dina mayu mawe katia mau tengera no amenya ni tite mam ama Pastor Nita pale though Pastor Nita anaweza ni challenge akianza ku dance we ana Synagogue Interiors, experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Mank Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610 or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.
Nani kama wewe Yesu? Nani mwenye upendo kama wako? Nani mwenye nguvu kama zako? Tunakupenda, tunakupenda Baba. Wewe sifa na utukufu, mfalme wa amani. Wewe ndiwe kiongozi wangu, tena mchungaji wangu wa karibu. Wewe ndiwe kiongozi wangu, tena mchungaji wangu wa karibu. Mimi ni nani Bwana wangu nisikusifu? Mimi ni nani Bwana wangu nikuabudu? Uliniumba Mungu wangu kwa mfano wako. Tunasema Bwana wangu inuliwe. Kuabudu Mungu mwenye enzi, sina mwingine. kuabudu Mungu mwenye masahili. enzi. Haleluya. Nani kama wewe Yesu? Nani mwenye upendo kama wako? Nani aliyeumba mwanadamu kwa mfano wake Yesu? Nani mwenye neema kama zako? Popote ulipoenda Yesu ulitenda mema. Tenda mema siku ya leo, mfano wa amani. Nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa, unastahili Haleluya, mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Waliokoka watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. watakuabudu Bwana, watakuabudu Bwana, watakuabudu Bwana. Haleluya, Bwana, watakuabudu Baba Bwana, watakuabudu Bwana, watakuabudu Bwana. Haleluya, Bwana. watakatifu wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. waliookoka watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi.
washerati wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi, na waongo wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. watalia wakiteseka wakichomeka watalia watajuta kwa mateso watajuta watachomeka kama ningelijua ningeokoka kitambo basi ndugu yangu ni wakati ujiangalie moyo wako jitizame katika taswira ya maisha tarumbeta ya Bwana ikilia leo Biblia imeandikwa kwamba imewekewa mwanadamu kuishi mara moja, baada ya kuishi ni kufa, hali ya kufa ni hukumu. Maana vitabu vitafunguliwa na wote ambao watakutwa majina yao ya kuandikwa katika kile kitabu cha uzima wa milele watatupwa katika ziwa la moto. Kumbuka Lazaro na tajiri. Kuna mmoja aliyeteseka motoni, kuna mmoja aliyefarijiwa katika kifua cha Ibrahimu. Leo ndio siku yako baba, leo ndio siku yako ndugu yangu, leo ndio siku ya Bwana. Ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako kuwa mgumu. Leo ndio siku ya wokovu. Haleluya, patie Bwana maisha yako.
Let your will be done. Will be done. Let your will be done in my life. Oh, let your will be done. Will be done. Let your will be done in my life. Let your will be done. Be done. Let your will Be done. Let your will be done in my life. let your will Let your will be done. in my life, oh God. Will be Let your will be done. Let your will Jesus. be done in my life. Let your will Let your will in my life, be done. in my destiny, oh Will God. be Let your will be done. Let your Oh, be be done in my in my life. life. Oh, 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 yeah. Daddy, oh, Shalare, Pastor. Oh, Jesus, have your way in my life. Oh, have your way. Oh, Lord, have your way. Have your way. Oh, Lord, in my life. Have your way. Have your way, oh Lord. Have your way. Have your way. Have Have your way. oh Have your way, Baba. in my Hey, life. have your way. Have your way, Have your oh way in my life, in my family. Have your way, have Jesus. your way, Ele sorare, kusarare. in my Oh, Jesus, have your way. Have your way. oh Have your way. Have your way, Lord. Have your way. Have your way in my life. Oh, Jesus, Jesus. Take your place, Baba. Take your place. Take your place in my life, in my home. Take your place. Take your place. Oh Lord, in my life. Take your place, Jesus. oh Take your place. Oh Lord, take your place. take your Oh, oh my home, in my life. in my marriage, Lord, take your place. In my family, in my business, in my home, Lord, take your place.
He's the great I am. He's the strong and breasted one. He's the beginning and the end, the everlasting Father, the Prince of Peace. Let's worship him. Say, Father, I worship you. I give you praise. Thank you, Jesus. And I worship you, great I am. Lord, you are mighty in this place. And I worship you, Prince of Peace. And you are the strong and breasted one. Lord, I lift my head in worship as I sing praises to your name. I lift my hands in worship as I sing praises to your name. I worship you. Yeah, yeah, yeah. I worship you. Would you sing it with me? I worship you, great I am. Come on. I worship you, great I am. You are mighty in the space. You are mighty in this place. I worship you, Prince of Peace. You are the strong. You are the strong and breasted. Tell him I worship you, great I am. I worship great I am. You are mighty in this place. Mighty in this place. I worship you, Prince of Peace. I worship you, Prince of Peace. You are the strong. You are the strong and breasted. I lift my head. I lift my head in worship as I sing praises to your name. I lift my head. I lift my head in worship as I sing praises to your name. I know I lift my hands in worship. My hands in worship as I sing praises to your name. Father, we lift our hands in worship. I lift my hands in worship. TunePocket.com. Synagogue Interiors. Experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Manx Center, second floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610 or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.
waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nilishangilia waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba.
the name of Jesus. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Haya, shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu, Amina. kwa wema wake na upendo wake na neema yake ya ajabu katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Nataka tuingie kwa kipindi kingine cha sifa kwa jina la Yesu Kristo. Na kama uko na pumzi, uko na kila sababu ya kumsifu Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Nataka tumwambie ya kwamba na kila kiumbe kimsifu Bwana. Hallelujah. Na kila kiumbe kimsifu Bwana. Wenye pumzi wa msifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sababu ya neema yake asubuhi ya leo. Haya, simnipe makofi mazuri kwa Bwana Yesu na shangwe na vigelegele. Hey! Nataka makofi mazuri. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Cheza, 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 cheza. Pigia Yesu
kwa nguvu katika kumsifu Mungu. Nataka tujifundishe kusifu Mungu. Sema amina. Yaani mpaka unatoa njasho. Kamera za mbinguni sikiangalia sinakuona. Malaika wa mbinguni akitumwa anakuja kwako kwanza. Bwana asiwe sana. Yaani ukija kuingia katika nyumba ya Bwana, sahau yale yote ulikuwa nayo. Hata kama ulipenywa nini na mtu, hata kama kulienda namna gani, yaani sahau yote. Simama imara, tetea Yesu na Yesu atakutetea. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo si. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vingelengele. Hallelujah. God bless you. Bless you very much. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana awabariki sana praise and worship team. Ni vizuri kumuimbia Mungu. Hata Daudi aliimbia Mungu mpaka nguo zake akavua nguo zake ama zikaanguka. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati wa kualika wageni ambao wametutembelea siku ya leo. Hapa kanisa linaitwa The Synagogue Crusaders for Christ, na baba wetu wa kiroho ni Reverend Dora Waroinge, na tunapenda wageni. Hii nyumba imeitanishwa na Mungu, ni nyumba ya maombi na ni nyumba ya upendo, house of prayer, house of love. Kwa hivyo wageni wetu mmekaribishwa sana, karibuni. Tunaambia aje wageni wana wa CFC, karibuni sana na tunawapenda. Ningetaka kuleta matangazo ya siku ya leo. Ya kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi katika hilo wiki ambalo limepita. Tumekuwa na mambo mingi na yote Mungu wetu ametufanikia. Tumekuwa na youth, ilikuwa vizuri, na hata on Friday tulikuwa na elderly meeting yenye ilikuwa very successful kwa ajili ya maombi yenu ambao walijitolea kupanga. Pastor Koki, our chair lady, the chairman, our reverend and every other person, we thank you very much. Hata wote ambao walichangia kila mahali, maji hatukukosa, chakula ilikuwa. Mungu awabariki na awatende mema. Ile tu ningependa kuwahimiza ni kwamba tujiulize kwa nini Mungu alikuleta katika CFC. Maana ile kitu ambayo Mungu alikuleta CFC ni kumaanisha ya kwamba kuna kazi yako pale. Kama vile mwili haiwezi ikasema mimi si mkono, sihitaji mkono. Sisi wote tunahitaji kila Synagogue Interiors, experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Mank Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610 or visit our Facebook page, that is The Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, tumetoka na mahali tumefika, ndio maana
maisha yangu yajengwe juu yako. Ninataka ndoa yangu ijengwe juu yako, nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijenge juu yako, ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni nakutamani sana, kutamani Baba, tamani nakuhitaji sana. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza nanga liba ila naga ya talo ole kidia mpebolo papae kati na bumo inanga zambe na komisio makote kokani na yo bisika na komilelo yawe ezali selo makasi na yo. Ninataka Ebeneza nijenge juu yako, ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni nakutamani sana, kutamani Baba, tamani nakuhitaji sana. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Mahali nimefika leo ni kwa ajili yako Ebeneza, isingekuwa ni wewe Pokea sifa e Mungu, sema. Pokea sifa e Mungu, pokea sifa e Mungu. Pokea sifa e Mungu, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbia Yesu moyo wangu, imbia Bwana moyo wangu, imbia Yesu moyo wangu, imbia Bwana moyo wangu. Kusanyiko la watakatifu leo kwa kila kitu tumwimbie na malaika. Kusanyiko la watakatifu leo kwa kila kitu, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Milima, wanyama, mabonde, vijana, wazee, watoto, duniani na angani tumwimbie. Pokea sifa e Mungu, pokea sifa e Mungu, pokea sifa e Mungu, pokea sifa e Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jehova mshindi
Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako huyo ako karibu naye, mfanye tu hivi kwa mkono. Mwambie unapendeza. Unapendeza. In the mighty name of Jesus Christ. Sema amen. Na mimi ni wewe tu, hata mimi nijisikie. Utilo tete kwedo. Si Wakikuyu waliimba hivyo, mani nani aliimba? Utilo tete ke? Ni mwanyeda. Hallelujah. Sema amen. Nina furaha sana kuwaona tena. It was a very powerful, a very anointing day. Very special day for everybody. Thank you for the praise team. Thank you for intercessors. Wale tulirauka na wao hapa mapema saa 12. Tulikuwa na wao hapa. Wale wote wamefanya nyumba hii imekuwa safi, iko safi kabisa. Wale wote waliandaa madhabahu. May God bless you for the job that you are doing. Mami, wewe ni mgonjwa wapi? Kuja hapa. Nani alikwambia wewe ni mgonjwa? Lakini umesema wewe ni mgonjwa, lakini mimi si mgonjwa. Hapana, wacha kiherehere. Simama hapa. Ulisema ati wewe ni mgonjwa lakini wewe si mgonjwa. Mtutumie statement gani? Najua sasa wao wamekuwa kama wale wa Kikuyu. Wanatumiaga sentence moja kutaja Mungu na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Gai ebe shatakoma. Ni wapi unalikuwa nasikia kukikuuma ama unasikia kuna kuuma? Acha hiyo mambo ya Wakristo ile wanasemaga umelala njaa lakini unasema aliogeteine. You see, no, it is funny. Umelala njaa. Mungu ni wa kukulalisha njaa. He is the provider. That is the promises. The promise he promised you. He is our provider. Na umelala njaa. Kama umelala njaa, aliogeteine. Aliogeteine kweli? Tiko tuikage kwa tigaishe njia hili. Badilikeni kidogo. Okokeni. Sasa ule uko na shida, uko na tabu, unaona hii ni tabu. Alafu unakuja kutabia, anakolia kwale. Aliogeteine na umekuja Mungu umekanyanga Mungu kutoka huko. Na alikupromise you will never be the tail but the head. Kubali uko chini umegongwa. Sasa unataka kuinuliwa na nani? Na Yesu. Kwa sababu tunakosea. We make mistakes. And when we make mistakes, shetani anapata kamweke, anakugoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo vitu nitakuja next Sunday tutazungumza kuhusu trials. Mambo ambayo tunayapitia. Kuna mambo Mungu anakubalisha tuyapitie. Kuna mambo Mungu anakubalisha tuweze kuyapitia kwa sababu anatuelekeza kwenye level nyingine. Anatulea, anatuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kunazo sisi wenyewe tumeinvite shetani. Amekuja ndani yetu, anatushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kusema ati ni shetani umeinvite, lakini kifua chako kitapona saa hii. Najua kinakuuma, lakini nataka sasa saa hii wekelea mkono wako hapo kwa kifua. Hiyo mkono mwingine inua juu. Sema Bwana Yesu, niponye. Nataka nikuwe mtumishi wako. Unanijua kutoka utotoni mpaka sasa. Naomba unipone. Uniponye sasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea uponyaji wako sasa. Ni nini ungefanya? Nikiotake kile. Kupumua. Sasa nataka upumue mara 7. Breathe in. Out. Breathe in. Out. Na nguvu. Breathe in. Out. Usikondoe macho sana. Breathe in. Breathe in. Out. Hiyo ni ngapi? Breathe in. Out. Breathe in.
Breathe in. Breathe in. Nwahota. Umetoboa? Yeah? Yeah? Umekamatwa? Sasa ndio inatoka. Sema Bwana Yesu. Kwa yote itoke. Sema Bwana Yesu, asante kwa kuniponya. Ndio kae pale. Nitakuita tena hapa utuambie venye leo tulisema it's a prophetic Sunday. It's a prophetic Sunday in this way. It is a prophetic Sunday that we are going to walk in the promises of God. Kuna hiyo wimbo wanasema I am walking in what? Yeah? I'm walking in the what? In the promises of God. Praise be the name of God. Today we want us to walk, tutembee katika ahadi za Mungu. Because we need to stand, we need to walk, we need to live in the promises of God. Because the promises of God is what makes us become what we are. You cannot succeed if you don't walk in the promises of God. Our God promised us that He will never forsake, nor will He leave us. Today, I want to look at several promises. Because every time as you are praying, wakati wowote ule unapoomba, ni vizuri ukiomba unaweza kuweka promise ya Mungu. Unaweza kutaja ile promise, one of the promises, not the only one, but depending on the situation you are in, depending on the circumstance mambo ambayo unayapitia, you put on the promise of God. Unaweka zile ahadi za Mungu, maana Mungu si binadamu atadanganya. Mungu hawezi akadanganya mtu binadamu. Mungu akikupromise inakuwa fulfilled. Alisema, alimwambia Joshua, usiogope, nitakuwa na wewe. Na wakati wote Joshua alimkumbusha the promises, na waliweza kufaulu na wakaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. When you walk in the promises of God, when you live and walk as part which God has told you and has promised you, you are going to succeed. You will never be defeated. You will never be beaten up. You will never be defeated. Doge kirwo na doge shidwo shosho. Oge karathe ni wakire kanero ni kia Ngai. Ni gukoro Ngai Ngai ni ahingagia irekaniro. Moine moini wa rwimbo raugire atiriri, Ngai ni eruhagia irekaniro. Kuri riua na ndone kana mundu. Kwa hivyo the promises za Mungu zinatimika. Mungu hazuiwi na chochote. Haoni hata mlima wa giza haiwezi kumzuia. As long as you live in the promises of God. As long as utakaa katika maagano venye Mungu alikwambia ukae. Ni utakaa hivyo, kama utakaa hivyo, naye Mungu atakubariki. Mungu atakuongoza na Mungu atakuinua kwenye level zote ambazo utataka kufikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tujue ni promise gani Mungu alituahidi. What are these promises? Ni promise, which promise were you promised by God, which you have to live on. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tujue ni ile kanilo ile ku. Ni ati Ngai akwirire.
ni atia Ngai augire muturire-ini waku na niguo gurethiaga na mbere. So it is very important for us. Turn with me in the book of Genesis 28 verse 15. Hapo kitabu cha Genesis ni ibuku rĩa kĩambĩrĩria. Wone nĩ na wĩra mũritũ mũno kũhunjia na Gĩthwaĩri na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ. Tondũ ndĩrona kwĩna Thũngũ gũkũ, kwĩna Thwaĩri gũkũ na kwĩna Gĩkũyũ. Bwana Yesu asifiwe sana. So we want us to read. Tuweze kusoma kitabu cha Genesis 28 mstari 28 mstari ngapi? Wa 15. Genesis ni kitabu cha kwanza kabisa cha Biblia. Mwanzo 28 mstari wa 15. Brother, si kuja tu salimia watu. Kama uko saa kuja tu baba. Najua ni rafiki yangu wa siku nyingi. Tulikuwa tunakutananga huko Karen. Ukarudi ukatajirika ukahama ukaenda. Nasikia unaishi Runda. Mpatie ni microphone. Mbona mnarararala? Mpatie microphone asalimie watu. Wa Margaret is my mom. Simama hapa wakuone vizuri. Panda tu na hizo viatu zako, panda tu. Utatoa sabuni ya kuosha hii carpet. Naitwa Muriithi wa Margaret. Margaret is my mom. Nilimwambia leo nitakuja kanisani kwa maana nimekawia sana kama sijaenda kanisa. When was your last time kwenda kanisani? You always remember? Almost a year. Almost a year. Yeah. Ndo I remember very well. Habari ya masiku? Kwa salama. Biashara iko aje? Biashara iko chini. Iko chini? Yeah. Ni kwa nini? Nadhani kwa maana siendi kanisani. Si kwa maana huendi kanisani, kwa sababu mambo si kanisa. Ni kwa nini? Kwa sababu unajua. Acha kuangalia mama. Ni kwa nini? You are a man, speak like a man. Kwa maana niliacha njia za Mungu. Uliacha njia za Mungu. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajuanga wewe ni mtumishi? Uliwahi kuambiwa hivyo wewe ni mtumishi wa Mungu? Nimeambiwa na pastor wengi. Umeambiwa na pastor wengi, lakini umewapuuza. Unaonanga tu ni wafefe wanakuaga nayo. Ni muda naonanga bado hujafika. Ni muda hujafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda haujafika akuwe mtumishi. Brother, umekuwa tempted mara kadhaa. Si ndio? Your life has been attempted several times. It is God is warning you to turn to his ways and go back to the altar. Kuna siku ulipigwa magoti chini, ukaombewa na ukaahidi Mungu akikubariki na wewe utamtumikia. Lakini kuna mahali ulienda kwa mchungaji, sijui kama ni mchungaji ama ni mganga, lakini kuna mtu naona mbele yako ambaye alikukoroga akili, akakukoroga akili mpaka ukakasirika. Unaonanga mchungaji, unaona mchungaji wanafanana wote. Unamuona huyo mtu ako mbele yako. Sasa utaenda ukae pale chini. Tukimaliza ibada nataka tuongee na wewe. Kwa sababu leo kama unataka urudi kwa nyumba ya Mungu, sitaki ukujage hapa. Urudi kwenye njia za Mungu na Mungu atakufungulia. Na hiyo matatizo yote iko mbele yako, si shetani. Ni wewe kukaa na kichwa gumu, kwa sababu kichwa uko na ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajua uko na kichwa ngumu? Yeah, thank you. You know, that's what I'm telling you. We need to walk in the promises of God. When you walk in the promises of God, nothing goes wrong. Because God promised you, akasema, he will never forsake you, nor will he leave you. That God atasimama, atatembea, hata kuacha wakati wowote ule. Ili mradi tu, the promises of God, they only work when you adhere to the promises of God. Kama utakaa kama Mungu, nazo ahadi za Mungu zitatimika kwako. Yes, alituahidi na akatuambia hakuna siku atakuacha. Lakini kama umemuacha, atakuacha.
Praise be the name of God. Kama umemwacha, umemwasi, naye hatatembea na wewe na hatasimama na wewe. Lakini wakati wote utasimama na kutembea na kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu, naye Mungu hatawacha ukaibika. Hautawaibika kabisa. You'll never be put to shame. You will never be put to shame. In the book of Genesis 28 verse number 15 inasema hivi: Behold, I'm with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. That is a promise of God. That wherever you will go, as long as you will go with me, mahali popote utaenda, mradi tu uwe pamoja na mimi, sitakuacha. Utaenda na nitakurudisha. Hiyo ndio ahadi za Mungu. Ana ahadi na ametoa ahadi kwako. Mahali popote utaenda, mahali popote utakanyagisha miguu yako, jambo lolote utakalolifanya, atakuwa pamoja na wewe. He will never let you down. Ndagagutiganiria. Orio keta ritwa riake, urugame na ritwa riake. Gayo ndagigutiganiria. Ni aritwaranaga nawe tondu niaugire ucio ni mwihitwa, na Ngai ekwihita na undu ndagarurukaga. Huyu Mungu habadiliki. Akisha sema na ameahidi na amekuahidi, Mungu habadiliki. Huyo Mungu ndiye aliyekuwa miaka ya jana, ndiye atakuwa leo na hata kesho ndiye atakuwa. This God is Alpha and he is Omega. He is the beginner and he is the finisher, meaning that wherever he told you, mahali alikwambia ukienda nitakuwa pamoja na wewe, na hata wakati wa kurudi nitakuwa na wewe. It is a promise. Hiyo ni ahadi aliitoa. Lakini ahadi anapoitoa, anaitoa kwa nini? Anaitoa kwa makusudi yako, ndiposa kusije ukapata ama ukajipata katika maeneo ambayo wewe unatikizwa na shetani. Maana wakati mwingi tumeanguka, wakati mwingi tuko kwenye majaribio ya Mungu, lakini kwa sababu ya kutokujua kuna ahadi ya Mungu, unakuta ile majaribio inakuondoa na unafikiria ni shetani. Mwangalie Ayubu. Wakati shetani alienda kwa Ayubu, akaambia Ayubu, sasa wewe umekataliwa na Mungu, wewe mpindukie, maana Mungu huyu amekukataa kusaidia. Lakini kumbuka, huyo shetani alikuwa ameenda kwa Mungu, naye Mungu akamwambia, huyo jamaa hanifuati kwa sababu ya mali, hanifuati kwa sababu ya vile vitu nimempatia, ananifuata kwa sababu moyo wake unanipenda, moyo wake uko pamoja na mimi. Hiyo ndiyo condition. Hiyo ndiyo condition ya kufuatiliza ahadi za Mungu. Maana Mungu ametuahidi, lakini ahadi ile inatimika tu wakati wewe utafuatiliza zile ahadi za Mungu. Maana inasema ya kwamba ahadi ile Mungu alikuwa amemwahidi Ayubu, alimwambia sitakuacha, nitatembea na wewe, usiogope, niko pamoja na wewe, ila tu usibadilishe moyo wako, ukue katika njia zangu, utembee katika njia zangu, usimame katika misingi yangu, usimame katika mipango ambayo nimekuwekea. Maana hiyo tu ndiyo kiegemezo, ndiyo msingi thabiti unaoshirikisha wewe na ahadi za Mungu. Maana ahadi za Mungu alikupatia tu kwa kinywa, lakini kutimiza zile ahadi za Mungu ni tabia zako, mienendo yako, mazungumzo yako na popote utafanya mambo nayo yafanya, ndiyo yanayofanya ahadi zile za Mungu zikafanya kazi. Leo nitaangalia ahadi kama 7 ama 8 hivi ambazo Mungu ametuahidi, na tujiulize tukimaliza, kama kwenye ahadi hizo umezitembelea, kama kwenye ahadi hizo umejipata ukifaulu katika maisha yako, kama kwenye ahadi hizo umefika na ukajikuta kwenye kiwango madhubuti kinachokuwezesha kukaa kwenye mamlaka ya Mungu, kukaa kwenye upendo wa kukaa kwenye nia za Mungu. Maana nia ya Mungu ndiyo msingi thabiti wa ahadi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanza kwenye ahadi ya kwanza, kitabu cha Deuteronomy 31 mstari wa 8. The book of Deuteronomy 31 verse number 8. I think this one everyone knows it, because you Christians like easy ways. Mnapenda ile mipito iliyo rahisi sana. That one verse 8 inasema hivi: It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you
nor will he forsake you. Do not fear or be dismayed. Bwana anasema ati atakuwa na wewe, atatembea na wewe, atasimama na wewe, lakini ameweka kikwazo. Na kikwazo kile, do not fear nor be dismayed. Kwa hivyo ahadi ya Bwana inaweza kutendeka, inaweza kufanyika kwako, ama ikose kufanyika kwako kulingana na nia yako na vitendo vyako. Maana aliwaambia msiogope, kwa maana nitakuwa na nyinyi. I will not leave you nor will I forsake you. If you get fear, because he said do not fear nor be dismayed, usiogope wala usitatizike, maana mimi niko nao. Kumaanisha ukiogopa utagongwa, kumaanisha ukiogopa utashindwa. Hata kama utakuwa na Mungu, hata kama Mungu amekuahidi, hata kama Mungu amesema, ukibabaika kidogo, ukirudi nyuma kidogo, naye Mungu atakuachilia. Maana Mungu anasema, Mungu anachukia watu wote ambao ni waoga. Hapendi waoga. Gaini athoire iguoya kana tathoire iguoya tosho. Gaini athoire iguoya dedete keguoya. When you got saved, you got into the battlefield. Wakati uliokoka, uliingia kwenye vita vya kiroho. Wakati uliachana na shetani, shetani alituma majeshi ya kukuregesha. Maana majeshi yaliyokutoa kwenye mikono ya shetani ni majeshi ya mbinguni. Kumaanisha ya kwamba walipokuacha, walipoenda, kama ulipowaacha ukaokoka, ukaamua kumfuata Yesu, uliondoka kwenye kambi ile ingine. Walipanga vita vya kuja kukuregesha, walipanga vita vya kuja kukuangamiza, walipanga vita vya kukuregesha kwenye kambi ya shetani. Na ndio naambiwa, wakati umeokoka sio eti uende ukarare. Wakati umeokoka sio eti umeanza safari ya matunda. Wakati umeokoka sio eti barabara yako itakuwa nzuri. Maana wanasema ya kwamba mtu atakayeenda mbinguni, ama barabara ya kwenda mbinguni ni barabara ambayo sio kubwa ama sio rahisi vile, ina milima na ina mabonde. Kwa maana yule atakaye faulu ni yule atakaye shujaa, yule atakaye kuwa shujaa wa kushinda vita dhidi ya shetani. Wakati umeokoka, you are in the battlefield. Unapigana na maroho, unapigana na ngome, unapigana na miamba. Na miamba hiyo lazima uishinde, maana aliye naye ni Mungu, na amekupatia ahadi. Amesema ya kwamba tembea, niko pamoja na wewe. Amekwambia anza safari, niko pamoja na wewe, lakini usiogope, maana ukiogopa nitakuondokea wewe. Kuwa mbele, nitakushika mkono, nitakusukuma mpaka ufike kule unahitaji kwenda. Kwa hivyo condition ya hiyo promise ni kwamba you must not fear. Uoga lazima uweke kando. No ginya weharirie kuroa bareno. Utekuigwa guoya bila uoga, bila kukaa kwenye misingi ambayo inakuchangia kunyenyekeza moyo wako wa mafikira zako kwenye shetani. You must be a strong fighter. You must, lazima ukuwe mtu ambaye anajua kupigana vita, lakini si vita za kimwili. Maana kuna wengine pia wamebadilisha vita vya kiroho, wamezifanya zimekuwa za kimwili. Ukiangalia katika makanisa mengi, kuna makanisa ile yetu ya zamani tulikuwa tunaenda zamani, wakiingia kanisani wanakuaga na upaga hapa. Saa kidogo kidogo unasikia upaga imetolewa. Unasikia kila mtu anapenda, na hiyo saa hiyo wanapigania kasadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imekuwa badala ya kupigana vita vya kiroho, upigane jinsi ya kupigana vita vya kiroho, umegeuka na umeanza kupigana. Na ukasema utaniona. Utakuta Mkikuyu ama Mkamba anasema no kompona, ndio kompona. Acha leka tu gaigaje Yesu tu hanini ide maigenda kaidano ndio komenya deo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hauelewi ni vita gani unapigana. You have laid down, umemweka Mungu wako chini ndio uende ukapigane. Lakini huyu Mungu anakuambia usiogope wala usifadhaike, maana niko na wewe. Kile ninachokihitaji kutoka kwako peke yake tu ni uaminifu wako. Peke yake ni wewe tu na moyo wako. Hivyo ndivyo alimwambia Ayubu. Akamwambia usifadhaike hata kidogo, vumilia, niko pamoja na wewe. Mwili ni mimi nilikupatia, vyote hivi unaona ni mimi nilikupatia. Ukishinda vita
utafaulu. Lakini ukishindwa, basi utakuwa umempatia nafasi shetani, na atapata nafasi ya kukuchekelea. Watu wengi ambao tumeokoka, watu wengi ambao tumekuwa kwenye huduma, tumerudi nyuma kwa sababu ya kubabaishwa. Tumerudi nyuma kwa sababu tumeona ni kama milango yetu imefungwa. Lakini nataka nikwambie, kuna mahali watu wengi wanakuwa wakirudi nyuma. Wanarudi nyuma si eti kwa sababu wanapaswa kurudi nyuma, lakini wamechoka. Wamefika mahali wakaona ni kama safari imekuwa nzito, ni kama safari imekuwa imegonga mwamba. Lakini kumbuka, uendapo, imba ule wimbo ule Mtanzania aliimba, Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Those are the promises. Nitie nguvu, because he promised, I will strengthen you. That was promise number 1, that I will be with you. Let's go to the promise number 2. I will protect you. Philippians 31 verse 6. I will protect you. Msifungue, tutaendelea tu ndio twende haraka haraka tusome kwa sababu ni nyingi sana. Sioni kama nitamaliza siku ya leo. Nikipomaliza tuko tu hapa, tutaendelea ndio tuweze kufaulu na tukaweze kuelewa, tukaweze kujua na kuenewa. Philippians, nani amefika hapo? Sorry, sio Philippians, ni Deuteronomy 31 verse 6. Deuteronomy 31 verse 6. I will protect you. I will protect you. Huyu Mungu alimuahidi na akamwambia Musa, anza safari. Akamwambia wana wa Israeli, anseni safari, nitakuwa pamoja na nyinyi, nitawalinda, nitawaegemeza. Hayo ndio maisha ya Mkristo. Tunaambiwa tukae hivyo. Tuanzishe biashara zetu, tuanzishe familia zetu, tuanzishe kazi zetu, tuanzishe safari zetu. Maana Bwana anasema, I will protect you. Atakulinda kutokana na waovu, atakulinda kutokana na miamba, atakulinda kutokana na watu waizi, waangamizi, atakulinda kutokana na hao. Ijapo wawe wakubwa aje, wawe wenye nguvu aje, haijalishi. It doesn't matter how they are. It doesn't matter how they look like. It doesn't matter what kind of people they are. But the promise of God is that I will protect you. In the verse number 6, the Bible says, be strong and courageous. Do not fear or be dread or in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you again. That is the promise of God, that don't fear. Don't be dismayed, because it is Lord your God who will be going with you. Ni Mungu aliyekuumba. Ni Mungu aliye pamoja na wewe. Yeye ndiye aliyekuumba. Kwa hivyo anakuambia, I will protect you. Yeye alikuumba na makusudi. Akakulete duniani akiwa na kusudi nzuri. Akakulete duniani akiwa na upendo. Akakulete duniani akiwa na nia nzuri kwa maisha yako. Nipoza aweze kukutetea. Maana alisema, wewe ni chombo tu. Akamwambia Isaia, wewe ni chombo na uvumilie. Akamwambia Jeremiah ya kwamba usiogope, usiwahi kusema tena wewe ni mtoto. Na akashika mdomo wake, akautia moto, akauakisha moto. Akamwambia, nimekupatia mamlaka ya kumwamoa, ya kung'oa na kuharibu, kisha kupanda na kujenga, katika jina la Yesu Kristo. Ndio nakwambia siku ya leo, huyu Mungu ana uwezo, huyu Mungu analinda. Lakini tu anasema wewe tu ukae kulingana na matendo yake, ukae kulingana na mafundisho yake, ukae kulingana na nia zake, ukae kulingana na mielekeo yake. Ukikaa kulingana na venye Mungu anataka, he says that he is going to protect you. If you don't go kutafuta waganga, if you don't go kutafuta idols, kama hautaenda kutafuta masuper power wakulinde, huyu Mungu kinyenyekea chini yake, huyu Mungu kinyenyekea chini yake, anajua kuinua, anajua kubariki,
kubariki, anajua kutetea, anajua kupigania. Yeye ndiyo mwenye silaha zote, yeye ndiye mwenye ngome zote, yeye ndiyo mwenye mambo yote ya dunia. Yeye ndiye kaumba kila kitu unachokiona katika dunia hii. Maanisha nini? Ana uwezo wa kuangamiza, ana uwezo wa kumaliza maadui wako, ijapo wakuinukie, ijapo wakuwe na nguvu aina gani. Ukimuita naye atakutetea, ukimuita atakupigania, ukimuita atakulinda, ukimuita atakuonekania. He is righteous, he is faithful. Lazima atasimama na wewe, ila tu wewe na wewe usimame kwenye malengo, maana hawezi kukutetea. Kuna watu wengi wako kanisani, lakini utawakuta kwa waganga. Kuna watu wengi wako kanisani, ukitoka hapa utawakuta kwa diviner. Watu wengi wako kanisani, badala ya kutafuta neno hili waweze kufundishwa, neno hili liwafundishe, badala yake wameenda kutafuta miracles. Watu wamehama kutoka kanisa moja kwenda kanisa ile nyingine, maana wanachokitafuta, hawamtafuti Mungu, wanatafuta muujiza, wanatafuta waponywe, wanatafuta, maana wako na pesa na wako busy. Wakienda kanisa wanaekelea sadaka kwa madhabahu, wanasema Mungu niponye. Wanataka tu waguzwe, waanguke chini, waone kwamba ni wamefunguka ama wameponywa. Sikuanguka chini sio kitu cha ajabu, na kuanguka chini sio dhambi, lakini ni vizuri kabla haujaanza kwenda kutafuta muujiza, mtafuta neno kwanza, maana neno ndiyo ngao yako, neno ndilo litakalo kukutetea, neno ndilo litakalo kupigania. Wakati ule Yesu alitoka mlimani baada ya siku 40 za mfungo na usiku na usiku 40 za mfungo, alipotoka kitu cha kwanza alikutana nacho ilikuwa ni shetani. Akakutana na shetani, naye shetani akamwambia, kumeandikwa ya kwamba mwana wa Mungu atajiangusha na hataumia. Naye Yesu akamwambia, kumeandikwa. Maana aliguza tu ile Biblia, ile kitabu aliyosoma, kitabu cha Torah kilichokuwa kimeandikwa. Maana shetani alikuwa anajua kitabu kile. Akamwambia, mwana wa Mungu, geuza mawe yakuwe maji, yakuwe chakula. Naye akamwambia, kumeandikwa, mtu hataishi kwa nini? Hataishi kwa mkate, bali kwa nini? Bali kwa neno la Mungu. Kwa hivyo ni kupitia neno la Mungu tunafaulu, ni kupitia neno la Mungu tunapata ushindi, ni kupitia neno la Mungu tunapata ulinzi, ni kupitia neno la Mungu tunapata uponyaji, ni kupitia neno la Mungu tunainuliwa, ni kupitia neno la Mungu tunapata ulinzi ambao unastahili. Kama hauna neno, hata ukuje uokoke, kama hata utoe unabii unakaaje, hata usimame na njia zozote zile, hata uitwe prophet nani, hata uitwe pastor nani, hata wakujue wewe ndio mlokole kanisani, kama hauna neno la Mungu, hauna msingi thabiti. Kwa sababu tunasimama ama vita zetu tunazisimamisha kwenye neno la Mungu. Unapoliwekelea kwenye neno la Mungu, vita zote zinashinda, mapepo yanayokuja yanashindwa. Maana katika neno la Mungu kuna siri kubwa ya Mungu. Katika neno lake kuna power, kuna authority na kuna healing. Maana katika neno la Mungu kuna uregesho. Neno la Mungu ndilo linatupatia uregesho, maana neno la Mungu liko na ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende katika ahadi ya 3. Ndiyo tunaangalia kitabu cha Philippians 4 mstari wa 13. Wa Filipo 4 mstari wa 13, na inasema hivi, I will be your strength. I will be your strength. Yeye atakuwa nguvu yako, yeye atakuwa ngome yake. Tukiangalia kitabu cha Waefeso utapata ya kwamba Efeso 6 inasema, nimesema Philippians 4 verse 13, lakini ukiangalia kwenye kitabu cha Efeso, Biblia inasema ya kwamba si kwa silaha, yani silaha yoyote iliyoinuliwa katika maisha yako utaishinda. Maana vita si za nini? Si za mwili. Vita tunazozipigana ni vita za kiroho. Kwa hivyo tuendelee kujua ya kwamba katika when he says that he will give you the strength, he will give you the power, he will give you the privilege of understanding. In the book of Philippians 4:19, and my God will supply, and he will be working with you. He will stand with you and he will give you strength. He will give you the power. Wakati unanyenyekea ama wakati uko kwenye shida, labda uko kwenye kitanda chako cha ugonjwa ama uko kwenye tatizo,
wamekuinukia kila mahali. Usirudi nyuma, usiogope. Aidha tumuite huyu Mungu. When you call upon the name of God, when you call upon him, ukiita tu jina la Mungu, huyo Mungu anasimama, na akikuja anakupatia nguvu nyingine. Wana wa Israeli walipokuwa wamevamiwa, wakati walikuwa natoka Egypt wakiondoka, wakafika mahali kulikuwa na mto Jorodani. Walipoangalia, wakaangalia mto ndio ule, upande mwingine wakaangalia ulikuwa na crocodiles, wakaangalia ulikuwa na vitu nyingi ambazo zingewakula. Manyoka walikuwa wengi ambao wangewamaliza. Lakini pia wakaangalia upande wa nyuma, kuangalia nyuma wakaona jeshi la wa Misri linakuja na kuja kuangamiza. Walipokuwa katika mahali pale, wakamgeukia Musa, wakauliza Musa, mbona ukatutoa huko? Si ungewacha tu tukufie huko? Kwani uliona huko hakuna makaburi ya kutosha? Wakiwa mahali hapo, naye Musa akamuita Mungu, maana Musa hakuwa na jambo lingine na hakuwa na kitu cha kumuita, maana hawa watu wote walimgeuka na wakataka hata kumpiga. Naye Musa, kwa sababu hakuwa na njia nyingine, hakuwa na mahali pengine pa kukimbilia, akili zake zilifika mwisho, na zilipofika mwisho alikumbuka ako na Mungu. Ako na Mungu mwenye haki, ako na Mungu mtetezi, ako na Mungu aliyemwambia nitatembea na wewe kwenye safari hii. Kwa hivyo unapofika katika hali yako ya mwisho, unapofika kwenye mambo, unafika kwenye hali unaona umefika mwisho, labda biashara yako imeanguka, labda familia yako imetetemezwa, labda mwili wako umefika mwisho, yani unaona ni kama madaktari wamekwambia umefika mwisho. Madaktari wanakwambia huwezi ukapona, wanakwambia hii ni kansa, unaenda kukufa. Kuna wengine hata madaktari wamewaambia watu ya kwamba utakufa baada ya miezi 3 ama utakufa siku 25 kuja kutoka sasa. Wakati huo ndio umefika mwisho, maana Mungu anataka tu ukafika mwisho ndio aanzane na wewe. Sometimes the journey we are going through the journey, and God does not share his glory with anybody. God will allow you to just finish up with yourself. Na ukimalizana na wewe, anakuja na anakutetea. Wakati utamuita, utamuona amekuja. He will be with you and he will make you succeed again. He will strengthen you because he will make you better and strong again. And that is only what he is looking for. Anataka tu umuite, anataka tu unyenyekee. Maana angalia wale watu ambao amewatumia kwenye Biblia kwa njia ya utukufu mkubwa sana. Wale watu amewainua katika njia ya utukufu sana. Tuangalie kama mtu Yeremia alipoanza, aliambia Mungu, mimi ni mtoto na sina uwezo, mimi ni mtoto tu. Lakini baada ya kunyenyekea, maana huo ndio moyo Mungu anatafuta moyo wa kunyenyekea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 51 ya kwamba Daudi alimwambia, niumbie moyo mpya, maana hakuna kitu kingine ninaweza kukupatia. Hakuna kitu naweza kupatia Mungu, na moyo wako tu ndio unampatia Mungu. Ukimpatia Mungu huyo moyo, basi anakuumbia tena, anautengeneza. Na akasema, na ndio nasema ya kwamba niumbie moyo mpya, moyo ambao ni wa kunyenyekea, moyo ambao ni wa kukutafuta, moyo ambao ni wa kutubu, moyo ambao ni wa kunyenyekea, kurudi chini. Nyenyekea, urudi chini, uinuliwe. Mungu mwenyewe ndio ana uwezo wa kukuinua na kukufikisha katika malengo yake. Ukienda mbele ujiinue, naye utapata ya kwamba labda mambo yanaweza kuenda mrama. Yatakapokwenda mrama, kwa sababu haukuanza kwa msingi wa Mungu, basi utaenda kubomoka. Utakuta umejenga kwenye msingi ambao ni wa mchanga, ambao sio dhabiti. Kwa hivyo ni vizuri sana unyenyekee, urudi chini. Ukirudi chini, naye Mungu atakuinua kwenye msingi wake. Ukirudi chini, kwa sababu msingi wa Mungu wote ule una ahadi zake. Ukirudi chini, unaingia kwenye ahadi za Mungu. Naye Yeremia akamwambia Mungu, mimi sina uwezo, sina nguvu, sina hata mafundisho sina, nitafanyaje? Naye Mungu akamwambia, kutoka leo usiseme wewe ni mtoto, kutoka leo usiseme hauwezi, kutoka leo usiseme ya kwamba hautafaulu. Maana ni kwa nini? Niko na ahadi na wewe. Huyo Mungu ndio anasema siku ya leo, ako na ahadi na wewe. Usifadhaike wala usirudi nyuma.
usitesike wala usibabaike. Atasimama na wewe licha ya kuwa maadui wako ni wakubwa, licha ya kuwa maadui wako ni wakali, licha ya kuwa wako na silaha kubwa, licha ya kuwa wako na mafundisho makubwa, licha ya kuwa wako na ngome kubwa, lakini ujue ya kwamba aliye juu, aliyekulete hapa duniani, ako na ahadi ya kwamba nitakupatia nguvu ijapokuwa wao wako na nguvu nyingi, nitakupatia uwezo ijapokuwa wako na uwezo mkubwa, na nitakunasua kwenye mitego yoyote ya kishetani. He is faithful. He will never forsake you. Lazima chochote alichokuahidi atakusaidia, atakuinua. Wakati Meshaki na Abednego waliambiwa wamkatae Mungu wao, walisema ni heri wafe kama Mungu wao hawawezi kuwaokoa. Wao walitamani na walijua ya kwamba huyu Mungu wanayemfuata, huyu Mungu wanayemjua, si Mungu anaweza kuwatelekeza hata kidogo. Ni Mungu aliye na uwezo, ni Mungu aliye na mamlaka. Wakaambiwa na mfalme ya kwamba waende wakatae Mungu wao, waende wamkatae, waende wabadilishe, waende wakae wafanye kinyume. Nao wakamwambia tuko tayari kufa, maana huyo Mungu tunamjua, alikuwa ametembea nasi kutoka utotoni mpaka sasa, ametembea na sisi, na kama atatuacha, wacha tu atuache, lakini tuende tukakae na yeye. Ni heri kuwa na msimamo. Unapokuwa na msimamo dhabiti, Mungu huyu anaangalia. Akiwa mbinguni, Mungu alifurahishwa wakati waliwekwa kwenye shimo, moto ukaakishwa. Wale waliokuwa na wateketeza walipokuja kuangalia, wakaangalia wakapata, walirusha watu 3, lakini kulikuwa na mtu mwingine wa 4. Maana ni huyo Mungu aliyekupatia ahadi. Hakuna siku atakuacha, hakuna siku atakuachilia kwenye maadui wako. Wakati wote uko chini ya maadui, wakati wote uko chini ya ngome za kimaadui, wakati wote huyu Mungu lazima ataonekana, huyu Mungu lazima atajidhihirisha, huyu Mungu lazima atakutetea. Hawezi akakuacha, hawezi ukimtegemea. Kama utamtegemea kwa njia zako zote, kwa mali yako yote, kwa watoto wako wote, na kwa vitu vyote ulivyo navyo, hakika atakuongezea nguvu. Wakati umeishiwa na nguvu, wakati unaona kama unarudi chini, saa hiyo ndio atakuinua juu. Wakati utafika mwisho na akili zako, hapo ndio atachukua nafasi ya kukutetea, nafasi ya kukupigania. Because he is righteous, he is faithful, he is caring, he is loving, he is righteous in every aspect of our life. He will never abandon you in the hour of need. It is we who abandon God, not God. God will never abandon you. God will never abandon you, my sister. Even if you feel like sleeping, God will always walk with you, because he has healed. Mtoto wako ameponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I will promise number 4. I will answer you. Oh, hallelujah. I will tell your neighbor, God is going to answer your prayer. Tell ila mudosho mwenake gainiego shokia mashokio maku. Hallelujah. Gaitali aga goshokia. Huyu Mungu hajakosa kusema, hajakosa kujibu maombi. Wakati Danieli alirushwa kwenye tundu la simba, walitegemea, walitarajia atakuliwa, atarauliwa na huyo simba. Lakini akiwa mahali pale ndani, Danieli alimgeukia Mungu, akaambia Mungu, kumbuka Mungu, nimekutumikia. Naye Hezekia nabii akatumwa, akaambiwa nenda kwa mtumishi wangu Hezekia, mwambie aanze kupanga familia yake, aanze kupanga maisha yake, maana siku zake za kuondoka dunia hii zimetimia. Hezekia hakubabaika. Basi akamuuliza nabii, una jambo lingine ungetaka kuniambia? Nabii akamwambia, mimi nimetumwa hivyo, nimeambiwa nikwambie upange mizigo, maana siku za kwenda zimefika. Nabii Hezekia akamuuliza swali lingine, una jambo lingine? Akamwambia, mimi sina jambo, maana hivyo ndivyo nilivyotumwa. Akamwambia, basi ungetaka kikombe cha chai? Akamwambia, sitaki kikombe cha chai, maana manabii wakitumwa hawaendangi kujumuika pamoja na kule wameenda. Wakifikisha ujumbe wanageuka kurudi na kuenda kule walikuwa wametoka. Basi Hezekia akamwambia Isaia, ondoka, enda nyumbani sasa, enda zako, nimesikia ujumbe umefika. Basi alipofanya hivyo, aliondoka akaenda kwenye chumba chake, akageuka kwenye ukuta, akaangalia ukuta, akamkumbusha Mungu,
kumbuka kitu kimoja tu ambacho nimewahi kukifanya kikakufurahisha. Maana huyu Mungu anasema ya kwamba wakati wote utakapoishi katika maisha mazuri, maisha ya kunifuata, maisha ya kuninyenyekea, maisha ya kunitegemea, na mimi sitakuacha. Akakumbuka when you pray, I want to let you know from today, wakati wote ule unaomba kulingana na situation ambayo uko nayo, kulingana na situation yoyote, pick one of the promises that is in relationship to what we are going through. Kama unaendea katika hali ya unyonge au magonjwa, chukua kuna ahadi ya ugonjwa. Katika Biblia imeandikwa. Katika mambo kama uko kwenye vita, chukua ahadi ya kivita. Ukiwa katika hali ya unyonge wowote ule, chukua ahadi moja ile, mkumbushe Mungu. Maana Mungu ukitaka kuintimidate, wacha niwaambie, if you want to intimidate God, for God to yield to you, just use his promises. As long as you are living right, as long as unakaa kulingana na mapenzi yake, just go to him, tell him, God, you told me that you will make me strong, that you will strengthen me. Now look, I'm sleeping kwenye kitanda, niko kwenye ICU nimelala. Baba wangu, nitie nguvu nikaweze kumaliza mwendo salama. Huyu Mungu atageuka. Maana God is a keeper, is a promise keeper. He is a way maker. He will never forsake his promises. He will never lie to you. He is not man that is going to lie. He will stand. He will walk. He will do it according to what he promised, as long as you are walking according to his desires. Because he has desired. He got desires for us. There is a way he wants us to walk. Kuna jinsi anataka tutembee, kuna jinsi anataka tukae, anataka tupendane, anataka tunyenyekee, anataka tufanye huduma kama kazi hii tunayoifanya, tufanye bila vita, tufanye bila kuchukiana. Utakuta kanisa kama hii, utakuta mama huyu ni ako ndani ya kanisa na mama huyu ako ndani ya kanisa, lakini hawawezi kuongea, wanachukiana, wanapigana. Utakuta mama huyu ama mzee huyu wanakuja kanisani, umekuja maombi, lakini unakuta huyu hawezi kushikana na mikono na huyu waombe pamoja, kwa maana hampendi hata kidogo. Hiyo ni vita mnavifanya, ama hiyo ni kazi ya bure. Maana you are doing nothing, you are just wasting your time, you are just moving towards backward. You will never succeed because you are not with your God. Because God is said, when you walk with me, I will walk with you. So when you are walking, tukiwa katika kanisa, sisi wa Kristo tupendane. Hakuna dini iliyo na uchawi mkubwa kama dini ya Mkristo. Hakuna dini iliyo na wizi mkubwa kama dini ya Mkristo. Hakuna dini iliyo na chukizo kubwa kama dini ya Mkristo. Hakuna dini iliyo na chukizo na aibu kubwa kama dini ya Mkristo. Maana katika dini ya Ukristo ndio utakuta watu wako kanisani moja lakini hawaongeleshani. Wako kanisani moja na utaenda kulala njaa ukiwa kuna mtu mwingine anaenda kutumia pesa yake kwenye raha zake. Usemi ati ya kwamba wewe uko nazo lazima upatie mtu. Lakini dini inasema nini? Yesu ni upendo. Ndio Biblia inasema ya kwamba ndio kwa maana ndio jinsi hiyo akaupenda ulimwengu aris, akamtoa mwanae wa kipekee, ndipoza huyo mwana moyote atakaye mfuata naye basi atapata ufalme wa mbinguni. So it is all about love. It is not about our ego. It is not about who we are. It is not about how important you are. It is not about how better you can preach. It is not how better you can be able to be a prayerful. Wengi ambao tunaomba makanisani, tunaomba kwa ajili tunataka tusikike, tusikizwe, watu watusikie. Tunajua kuomba kwa ndimi, tunajua kuomba kwa maneno marefu, lakini ndani yetu tumejawa na uchafu. Ndani yetu tumemeza manyoka, ndani yetu tumemeza mavyura, ndani yetu sisi ni mashetani. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana. We need to change as Christian how we live. We need to change as Christian how we do things, because God is with us. But we have abandoned him. We have abandoned him. God has never abandoned his children. God has never abandoned his people. God has never abandoned the right people he has called for.
We are the righteous people because we are followers of his son, the son whom he gave, the only son that he gave to us so that he can redeem us, to reunite us into his kingdom. But because of our hypocritical life, because of our hypocritical Christianity, we don't give value to our Christianity. We don't give value to what we are. We don't give value to what we stand for. You are a Christian here in church because you want to be seen that you come to church. But outside there, you are more than a devil, because whatever you are doing is worse than a devil. You are in a church, but you cannot even shake hand to your fellow member of church. That is so horrible, that you are just a devil's workshop. Wewe tu ni debe tu ni nyumba tu na chungu cha kuendeleza kazi ya kishetani. Maana haufai hata kuingia kwenye nyumba ya Mungu. Maana ndio hiyo Yesu alipoenda akakuta wameibadilisha nyumba ya Mungu, imekuwa soko la kufanyia biashara. Alichukua kiboko na akawanyorosa. Hata ukilala Bwana atazungumza tu na atakuinua na atakubariki na utafika mahali unafika. Kwa hivyo tuvumilia, maana katika ahadi hizi labda utasikia ahadi ama ahadi itatolewa na ukose kuielewa, maana haukuishika vizuri, kumbe ilikuwa ahadi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm telling you, that when you are faced by a challenge, go to the Bible and pick the verse that speaks of what you are going through. Go to the Bible. Remind God of the promise he promised about health. Remind God of the promise he promised about business. Remind God of the promise he promised about the battlefield. Remind God of that promise. If you are in the battlefield, kama uko kwenye vita, kama uko katika maangamizi, simama tu na promise moja ambayo iko kwenye Biblia. Because God, he promised, as long as you are walking in his ways, as long as you are moving in his direction, as long as you are standing according to his will. Because if you walk in the promises of God, you must succeed. You must become that which he says. The Bible says, or in the book of Psalms 37 verse 4, in the book of Psalms 37 verse 4 to 5, that's a promise number 5. I will provide for you. Hallelujah. Our God is a provider. Our God gives us all the resources. Whatever you want to do, this God is going to provide, because he owns everything. He created the universe. He created, yeye ndiye aliumba bingu na akaumba dunia. Akaumba vitu vyote. Dhahabu na fedha zote ni zake. Anachotukitaja ama anachokitaka ni uaminifu wako na uaminifu kwake, na ukae kulingana na mafundisho yake, ukae kulingana na mapenzi yake, ukae kulingana na nia zake, ukae kulingana na anavyotaka. Maana hicho tu ndicho anachokitaka katika maisha yetu. Then he is going to provide. Ask yourself, you are eating, you are wearing, uko na nyumba hata kama ni kanyumba kadogo, uko na nguo hata kama si mpya, uko na gari hata kama ni mzee. Lakini jiulize, hizo vitu kuna wengine hawana. Uko na viatu hata kama zimechafia ni za mtumba, lakini uko na kiatu. Kumbuka kuna mtu mwingine hana mguu. Kwa hivyo unapokumbuka hivyo, ujue ya kwamba this God is a provider, because he provides kwa huyo ambaye hana mguu. He also provides kwa wewe uko na miguu. He provides kwa huyo tajiri and he provides kwa huyo maskini. He provides kwa huyo Mkikuyu and he provides kwa Mkalenjin. He provides kwa Mkamba and he provides kwa Muluya. He provides to everybody. The rain, when it rains comes, the rain comes to everybody. Mimea ikimea inakuwa kwa kila mtu, because he is our provider. Don't look at yourself ujione wewe ni mtu wa maana sana. Wewe si mtu wa maana kuliko wale wengine. Sisi zote tumeumbwa kwa udongo mmoja. Sisi zote tumeumbwa kwa mfano mmoja wa Mungu. Sisi zote tumeumbwa kwa upendo wa Mungu. But don't look at yourself and look as though you are so important in the society. Don't look at yourself and see as though wewe ni kitu cha maana ama ni chombo cha maana. Eti unaweza kukanyaga wale wengine kwenye vichwa vyao. Eti unaweza kusengenya ama unaweza kutenda jambo lingine lolote. We are all equal because we have been given this provision of God. All of us, it has been provided to us equally and perfectly equally. So nobody is special. Nobody is important. I was talking to another colleague of mine. Tulikuwa tukiongea na yeye. Akaniuliza sasa, akaniambia anataka kununua Range Rover. Na mimi nikamwambia, it no matter. It does not matter whatever you want to buy.
You ever not ukinunua baiskeli, ununue basi ama ununue lori, ununue tractor ama ununue pikipiki, all of them destination itakuwa ni moja. Kule wewe unataka kuenda na pikipiki, huyo ataenda na tingatinga, huyo ataenda na Mercedes, huyo ataenda na Range Rover. Nyote mtafika into the same destination. Why? Because God has a way of equalizing life. Because hiyo barabara itatumika, Range Rover itatumika hiyo barabara. Hiyo Mercedes, barabara hiyo Mercedes itaitumia. Barabara hiyo ndio tunakutana na watu wa pikipiki. Barabara hiyo ndio tutakutana na watu wa baiskeli. Barabara hiyo ndio tutakutana na mtu wa kapunda. Akienda tu wote watafika. Kile tofauti ni kwamba mida ya kufika ndio tofauti, ama miendo ama miondoko ya kufika mahali pale ndio itakao kuwa tofauti, lakini miondoko kukufikisha, mradi tu utafika to your destination. It does not matter. And that's why if you look at your fingers, vidole vyote hivi havitoshani, lakini vinakuwezesha kwa pamoja, vinakuwezesha kufikisha chakula mdomoni. They are not equal, but they work as a partner. They work as a unity. They work together and they make everything work for you. And they can pick whatever they pick, inachukua chakula inaziweka kwa mdomo, vidole vikiwa havitoshani, lakini vina uwezo vikiunganika pamoja. It is the call of the church to be united to defeat our enemies, to be united to walk together. I'm calling upon this church. I need to have a united force. I need to have a loving and caring force. I will not entertain anymore to hear that somebody is doing this and another person is doing this. I will chase you out like a rat. I will not care who you are. I will not care what you stand for. I will not care what you think you can be, because I will not want to be any other church. Hakuna haja kufungua kanisa ingine kama zile ziko. Afadhali tuende kwa independent, tubebe mapanga tukapiganie masadaka, ama tuende mahali kwingine. Badala ukwae hapa, wewe unakaa hapa, kumbe ni hypocrite, wewe ni nyoka. Kazi yako ni kushinda ukidunga wale wengine. I will, if I see you not shaking somebody's hand, eti kwa sababu hamwezi kuongeleshana, you will go. I will not entertain you. I'm not looking for members, mind you. Be careful for that. I'm not looking for members. I want to go to heaven. I was a leader of Mungiki and I had 4 million followers and they didn't take me anywhere. I went to prison 52 times, yet I had a big army. I was shot 12 times, yet I had a very strong army. I was poisoned 9 times, yet I had a very strong army. They didn't help me. I had millions of money. The money didn't help me until I came to Jesus. That is when I realized it is only in Jesus that you can succeed. That hypocrisy, I will not entertain it here. Let me warn you for the last time, you are going to see a rough man. You are going to see a rough man. If you have never seen a rough pastor, you are going to see a rough pastor. I will not walk with hypocrites. I will not walk with snakes. I will not walk with rats. Si mnajua nyoka kule zinafaa kukaa? Si mnajua nyoka kule zinafaa kukaa? Kwa mashimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapanya zinakaa huko, zikinyemelea chakula za wenyewe zikae huko, lakini sio hapa. This is the house of God, the house of love, where we care, where we love. I love you guys, Kinakoki, for having brought those world people. Next time I want to deal with the 70s, 80s. Next time I've decided I'm going to talk with my family members that we sell one of our plots, then we buy a big chunk of land somewhere, then we give those old people. I'm going to give it out because I care, because I love them. I don't know them. I don't want to know them. I don't want to staki hata kuwajua, lakini one thing I want to know is that sioni venye mtu wa miaka 70 years ako Nairobi akiwa ako na shamba nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Gukawana 70 years, Gukawana 80 years, mama mzee mshosho ako na miaka 80. I don't think huyo mtu ako hapa Nairobi kwa sababu ako na shamba nyumbani. Ayuko hapa Nairobi kwa sababu anataka. Imagine anakaa Soweto, imagine anakaa kwenye maslums, imagine anakaa huko chini Kumukuru kwa Ruben, tunyumba twa matope, kanyumba hata kamirara hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili kuna huko Kenya tuko na Wakristo. Huko Kenya tuko na watu wanaitwa Francis. Huko Kenya tuna watu wanaitwa Masi. Huko Kenya tunaitwa watu wanaitwa Miriam. Huko Kenya tunaitwa watu wamepatiswa, wanaitwa Joseph, wanaitwa John, wote ni Wakristo. Na Yesu alitembea
yeye mwenyewe akajitoa, akatoa mwili wake ndio upate kuokolewa. But you cannot even feed hata paka wa neighbor. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi ya 6 inasema I will give you peace. Praise be the name of God. I'm sorry, sometimes I have to be myself, so don't get scared. Huko nilitoka, usiogope. The book of we were to read the book of Philippians 4 verse 13. That is in the promise of the strength. I'll be your strength. It says, I can do all things through Christ. Meaning this Christ will rejuvenate you, will make us strong and better. He renews our minds, body and spirit so we can face life as it is. Your mind has to be renewed. Your spirit has to be renewed. For you to be a genuine and a true Christian, your body has to be renewed. Your mind has to be renewed. You have to be strong and your spirit for you to be able to face any challenge that is ahead of you. For you to succeed in every endeavor. For you to make through or to become that which God wanted you to be. For you to succeed in your ministry. For you to succeed in your family. For you to succeed in your business. You must remove all the obstacles that have been created by the devil so that you can become a strong in spirit, strong in mind, and strong in body. Lazima ukifaulu kuwa strong in the spirit, usije kutuambia ati roho inapenda lakini mwili unatatiza, ama mwili unapenda lakini roho inatatiza. Hiyo ni lugha ya kishetani, na uiweke chini, maana haufai hata kidogo kusema moyo roho inapenda lakini mwili inakataa. Haiwezi. We mwili, roho imebebwa na mwili, na mwili umebeba roho. Bwana Yesu asifiwe sana. There's no way one can refuse. There's no way one can be stronger than the other one. It is because you want to do it. It is because unataka kufanya hivyo. Sio eti ni roho ilipenda ama ni mwili ulipenda. Ni kwa sababu wewe ulitaka kufanya hivyo. Because your soul, your mind na kila kitu ulitaka kuwa hivyo. Ulitaka kuwa hivyo. You want to become, if you are a thief, it is you who chose to be a thief. If you are a murderer, it is you who chose to be a murderer. If you are a liar, you chose to be a liar. There is no way you can tell people ati moyo ulikubali ama roho ilikubali, mwili ndio ilikuwa inakataa. Ilikataa ikifanya nini? Nini ilishawishi hiyo ingine ikafanyika? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we recover. When you have your body, your mind and spirit as one, then you are empowered to defeat any powers of darkness. You are empowered to become. You are empowered to succeed. You are empowered to defeat any enemy around you. Then your faith is spontaneously increased. Praise be the name of God. Wakati your body, your soul, and your spirit works together, your faith grows. Praise be the name of God. Tuko namba ngapi? 6. We are going to 7. Yeah? Yeah? 7. Good. Today I have nice students led by our teacher here. Praise be the name of God. If we look at the book of Psalms 84 verse number 11, you get a promise there that I will always love you. Yani Biblia irauga atiriri thiini ibuku ria Thaburi ati Ngai ni wendo na ni egukwenda nikio akuhete miaka iyo ukinyite hau agakurathima na ni egukugerera miaka ingi miingi nginya wone ciana cia ciana ciaku cia ciana ciaku cia ciana ciaku. Cio ni njero cigana uguciona na maithogu, na ndukaga gya kuria, ndukaga gya kunywa, na ndukaga ha gukoma. Niguo Ngai ucio anjira gwire uguo, na ndugetigire ona maguthutukania, ona magukirira to ni maragukirira, na ni he kindu marenda gugutunya, kindu kiu matigugutunya. Ngai ekumahinga ige ekumaharagania. Nona mathuri acio maikarite ha
na atumia maikarite haha aya marabanga maundu ndiramona ni umoe ni andu a nyumba yanyu niguo maragucorera tige eterera ni ukomona uri wona mutego wa huko uhiukite urugaga atia urathukaga oro imwe mekumirinjo maikareta mai maihi niwa mai maihi macoke mathina miri ya mikongoe no anyita ndikani ranyita gikuyu kiu wira kwa tiriri kimenyi amenyaga cigikaga atia o ikiheano ikiriguo o ikiheano ndindiko iki ina ojigua meguthie na miri yake miri ya mikongoe kwega kuraga mbura icio ni cito nawe icio kimi matinaigua ane karijini matiguaga icio Bwana Yesu asifiwe sana. So in the book of Psalms 84 verse 11 it talks about love. It is another love. Love is a promise from God. God promised love, and he indeed gave his only son to fulfill his desires and his purpose for you by installing love, because he himself is love. Mungu Ngai ni wendo, naguo wendo niki ni Ngai. God is love, and love is God, and without that you cannot seek. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing that he will ever withhold from you or from those. All good things will be not given. As long as you don't walk uprightly, you will not get it. But if you walk uprightly, God will give it to you. It will never be held back from you. It will be given to you. It is a matter of asking God. Wakati unakaa kwenye ahadi za Mungu, it's a matter of, because anakupenda. Alikufufua leo, alikuvalisha leo, alikulisha leo, alikupatia hiyo nguvu uko nayo. Una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kukunywa, una uwezo wa kulala, una uwezo wa kusimama, kwa sababu anakupenda. Kuna wengi saizi wamelalia jiwe baridi. Kuna wengi saizi wako hospitalini. Kuna wengi saizi wameinuliwa miguu. Kuna wengine saizi wanateseka. Kuna wengine hawawezi hata kutembea maana wako njaa. Lakini uko nazo, kwa maana huyu Mungu alisema amekupenda. Na amekupenda na atakutumia. Ukisoma kitabu cha Waroma 8, Romans 8:38 na 39, inasema, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present to come, nor the power, nor the height, nor the depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Nothing will separate us from the love of God. Because hata kama ni nani, iwe ni angels, iwe ni rulers, iwe ni height, iwe ni any form of a creation, nothing will separate us. That is the book of Romans 8 verse 38 to 39. Nothing will separate us from the love of God. Nothing, nobody. Isi hawezi hata mzazi wako, hata bwana yako ama mke wako, hata watoto wako ama nani. Nothing will separate you from the love of God. And that is why he gave his only son to come and die, so that whosoever believes in him will be raised to become one of the sons of God into the kingdom of God. That he has given us this kingdom so that we can be able to walk. Ametupatia ufalme huu maana alitupenda. Ametupatia ufalme huu ndio tuweze kutembea katika mamlaka yake, katika upendo wake. Maana anasema mimi ni mpendo, Ngai ni wendo, na wendo ni Ngai. Na gutire kindu gigukuthi shosho kigigutigithukania na wendo wa Ngai. Gutire kindu gigukuthi gigikugayukania na uria Ngai akwendete. Ngai akwendete oro uguo, agikuima indo nyingi no agikuhe muoyo, agikuhe ugima wa mwiri, ati ona ugicamanagia nao we no matwaraga thibitari, we no twaraga guthiko mathika, ucokaga ukainuka
ugaikara thiini wa wega wa Jesu, ugaikara thiini wa wega na hinya wa Ngai, nigukorwo ndutire kindu, gutire mundu na gutire hinya uriku kana uriku ungikugayania kumana na wendo wa Ngai, because he has given us an opportunity to live and walk according to his will. His God is powerful. He knows and he cares. He loves. So don't worry what you are going through. When Job was tempted and he was told by his own brothers, aliambiwa na mandugu zake, akaambiwa wachana na huyo Mungu maana amekuachilia. Naye akamwambia ya kwamba mimi namtambua huyo Mungu, mimi nampenda huyo Mungu, maana hakuna kitu kinachoweza kunitenganisha kutokana na Mungu mwenyewe, maana huyo Mungu ana uwezo, ana mamlaka. For I will restore, kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17 inasema, for I will restore health to you and your wounds I will heal, declares the Lord. Hiyo ni ahadi ya 8. Jeremiah 30 verse 17 inasema, for I will restore health to you and your wounds I will heal you. I will heal you. He says he has promised you. When you are sick, you are in your sick bed. Umeambiwa uko na kansa, umeambiwa uko na nini, uko na TB, umeambiwa uko na ukimwi, umeambiwa uko na corona. You don't need to panic. You don't need to run away. You don't need even to shake. Haufai kubabaika ama kutishika. Daktari unamwambia nipime, anakuletea ripoti zake. Unamwambia kuna kitu kingine, unamuuliza tu vile Hezekia aliuliza Isaiah, do you have wena kaudu kagiugiuga, kuna kitu kingine unaweza kuongezea? Akimaliza unatoka tu, unaenda kwako nyumbani, ingia kwa karumu kako pale, unaendaga kusugumusa na Mungu. Fungua kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17. Remind him, because this is a promise. This is a promise that God has promised you. And if it's a promise, it shall come to pass. It will come to pass. And then remind him that you said, I will restore your health. Mumbie tu, nuaugire ni ukuhonia, nuaugire ni ukugarurira mutorere wakwa, nuaugire ni ukugarurira, that you said you are going to heal me. Just remind him. Mwambie mkumbushe hako katoto. Kashika tu kabia Mungu, ulisema utatuponya. Uone by the time tunamaliza hapa, huyo Mungu unajua, acha nikwambia, unapopatia Mungu promise, unapomkumbusha Mungu promise, ni sawa na kushika Mungu kabari. Unajua ile tulikuwa tunashika watu. Nani alikuwa na wanaume hapa? Kuna wanaume wangapi? Nani ashaifanya Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ashaifanya? Nani ashaipiga ngeta? Kupiga mtu ngeta? Nani ashaipigwa? Ni wale wali gogeta. Ni wale wali gogeta. Nani mwingine? Nyinyi yote mlizaliwa wa Kristo? Aduadhakadhi matari. Mimi hiyo ndio kitu yangu ya pili. Wizi yangu ya pili ilikuwa kupiga watu ngeta. Nilikuwa naweka bao hapa. Ninakufinya mpaka unakaa chini. Na kukaa chini si eti ni kuanguka. Nitakutoa nguo pole niende nikasanyie huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. That was my life. Nilivuta bangi, niliuza bangi, niliuza chang'aa. Hizo vitu zote nimezipitia. Uliza Susi pale. Susi, si unajua hiyo? Yeye ni mtoto wangu. Anajua hivyo. So no, I'm proud of what I was, because it is the platform that has made me to be what I am. I hate to see holy Christians who got saved from no sin. Hello? I hate what? A holy Christian who got saved from no sin. Menielewa? Sipendi wa Kristo ambao waliokoka kutokana na wokovu. Yaani walikuwa wameokoka wakaamue waokoke. For I will restore your health. I will restore health to you and your wounds. Ginya iroda ciaku cia mwiri, iroda cia ngoro na iroda cia mwiri, he is going to restore them. Don't worry, don't panic of what you are going through. He said he's going to restore.
It is a promise that he promised you. He's going to restore whatever you are going through. It is for a journey. Job alikuwa na vidonda mwili mzima. Alikuwa na nuka mpaka mainzi za green na za blue na za yellow na za purple zote zilikuwa zinamfuata, maana alikuwa na chakula ready kwa hizo mainzi. Lakini Biblia katika Job 42:7 huko nyuma inasema maisha ya Job iligeuzwa ikakuwa maisha mpya tena. Iligeuzwa ikakuwa maisha mazuri. Akarudishiwa vitu zake, akarudishiwa pesa, akarudishiwa dhahabu na fedha, akarudishiwa watoto. Hata sasa kunasemekana alirudishiwa wasichana, Helen Kapuch, na hakujapatikana msichana mwingine ambaye ni mrembo hata sasa kulishinda huyo msichana. Alirudishiwa vitu zake. Wale watu walikuwa wanamchekelea, wao ndio walikomandiwa na Mungu. Wakaambiwa, nenda mpelekeeni mtumishi wangu. Nendeni mpelekeeni mtumishi wangu muweze kumpatia. Watakuja watarudisha. Ukikaa kulingana na venye Mungu anataka, hizo vitu unaona ni kama umepoteza, zinaenda kuregeshwa. Unaenda kurudishiwa. Na wao waliochukua, wao waliokucherekelea, wao waliokuona ni kama mjinga, wao wenyewe ndio watakao kuja, na watakuja waseme, hakika tumeona Mungu wako ni Mungu wa kweli. Watakuja waseme, hakika tumeona Mungu wako ni Mungu mwenye baraka. Hakika watasema, tumeona Mungu wako anajua kutimiza ahadi. Watakuja kusema, tumeona Mungu wako ana ushindi. Praise be the name of God. So just depend on him. Rely on Naomi ameo noto kuhujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Joshua. Ndio nataka tumalizie hapo. I want to reinforce ingine nilikuwa nimewaambia about the strength. Just feel like I can hear in the spirit. I just feel like I'm told to read that verse. Joshua. Have I not, Joshua 9. Have I not commanded you? Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you are. Nasikia kwa sauti kuna watu hapa mnapitia hali ambayo imewafanya mfadhaike, imewafanya mkae na njia ya wasiwasi, imewafanya mkae katika hali ambayo haieleweki. Umekaa katika hali ya kutishwa, umetishwa maisha yako. You cannot even understand what you are going through. God is asking me to ask you, have I not commanded you? It is not even a request. I'm asking you to pray the keyboard. Have I not commanded you? That is what he is asking. No, it's not even requesting. Sio eti kuuliza, sio eti ni kubembeleza na hapa. Anasema, have I not commanded you? Has this God not commanded you that you should not fear? Huyu Mungu anauliza, si nimekuamuru usiogope? Yaani amekasirika, huyu Mungu amekasirika. Kwa sababu anaona amekuambia usiogope, lakini bado unafadhaika, bado unarudi nyuma, bado unakaa katika mahangaiko. Ni kama haujajielewa. He has given you all these promises, but still you are living a cowardice life. Still you are not believing in yourself. Still you are not walking the promises of God. Still you are not standing in those promises that he has promised you. Still you are looking at this God as if he is not able to make you go through. This God is asking you, have I not commanded you? Has he not commanded you? Has he not said you should not fear, nor be frightened?
frightened. Amesema usiogope, ndugetigire shosho, ndugetigire na ndukametigire, uthiurugame no mere atiriri, ni Ngai wakwa wauga anjira ndigetigire na ndikaigue guoya na ndigacoke na thutha, ni gukorwo hamwe nani. Your God is with you. Don't be dismayed. Don't fear. Don't fear them. No matter how strong, no matter how powerful they may be looking, no matter how superior they may be into your life, no matter how good or how smart they are, remember, you are following one person who is smarter, who is better, who is stronger, and that person is clever, and that person is Jesus Christ. You only need to follow. Unahitaji tu kumfuata mtu mwenye ana ushupavu, mtu mwenye ako na mpango mizuri, mtu mwenye ako na vibali vya kiajabu. Akuinue tu, akugeuzie maisha yako. Usifadhaike na usiogope. Wanaweza kuwa wako na nguvu, ni kwa sasa tu wako na nguvu. Wakati wa Ayubu wao walikuwa na nguvu, walionyeshana nguvu mpaka kila mtu akaangalia, hadi mke wa Ayubu akamwambia, huyu Mungu naye mfuata ni kama amekutelekeza. Lakini akaendelea kukaa, kwa maana Ayubu alijua it is for a short time. It is, hiyo jambo unalolipitia ni kwa muda mfupi tu, ni kwa muda tu mfupi. Usifadhaike wala usiogope, usirudi nyuma wala usiogope. Ukae kulingana na mapenzi ya Mungu, naye Mungu atakuongoza. I can do, because I know that you can do all things. You can do all things. You can do and succeed through Jesus Christ, because he has given you strength. Huyu Mungu amekupatia brother, amekupatia nguvu. He has given you the resolution to be strong, to be courageous, because you are a winner and you are not going to be defeated. You are not going to lose this battle. He's going to be with you as long as you will stand to walk with him, as long as you will stand to move the direction that he is going to command you to do. Just be humble. Go down, kneel before him. You used to pray until things could happen. People could call you from all over. They will give you businesses from wherever. People whom you didn't even know. But today you are struggling even to have a meal on the table. You are such a bright man, but the devil has tried to misuse you. God is going to restore you if you are ready to come back to him. He's ready for you, and he's ready for you now, because there is places he wants to take you. He wants to restore you. He wants to restore your business. He wants to restore your family. He wants to restore your life. Anataka kukubadilishia. Maisha yako yatabadilika brother. Maisha yako yatabadilika ukikubali tu kurudi kwake. Urudi tu, kwa sababu unajua venye mlikuwa mnaongea na yeye. Hakuna siku alikuangusha, lakini wewe ulifika mahali ukakuwa mjeuri, ukakuwa kichwa mgumu sana, ukamwacha naye akasikia huruma tu akaondoka. Let's look at the book of Exodus 14 verse 14. Yasema, God will fight for you. That is what I'm saying. This God, you don't need to go fighting. You don't need to go at uinue silaha. Aliwaambia Jehoshaphat wakati katika kitabu cha kumbukumbu la Torati, akaambia Jehoshaphat, usifadhaike, tayarisha tu watu waimbaji, hata kama maadui ni wengi. Maana wa Moabu, wa Yunani wote walikuwa na Wafilisti walikuwa wamepanga kuja kuangamiza wana wa Israeli. Naye Jehoshaphat akaenda mbele, akamuuliza Mungu, si ni wewe ulitulete hapa? Si ni wewe ulitupatia hili shamba? Si ni wewe tu? Kumbuka, angalia, Jehoshaphat hakuenda kuomba maombi mrefu ile mnaombanga. Alimkumbusha tu Mungu, si ni wewe ulimwahidi rafiki yako Abraham ya kwamba hii shamba ni yake? Si ni wewe ulisema eti hatutashindwa? Si ni wewe ulisema eti hizi vita ni zako, si zetu? Mungu aliposikia hivyo alirudi nyuma, kwa maana ya Jehoshaphat alikuwa ameshapiga Mungu kabali. Akimpiga Mungu kabali, naye Mungu anakuja anakwambia, nitakutetea. Baadaye alimwambiaje? Alimwambia, kutoka sasa nenda tu usitayarishe jeshi. Wao walikuwa majeshi, makabila 8 ambayo yalikuwa yameungana kuja kupigana na Waisraeli. Lakini Mungu akamwambia,
nenda utayarishe tu kundi la kuimba nyimbo tu, maana nitawashinda wao wenyewe kwa wenyewe. Walipoanzisha uimbaji, wale maadui wa Yunani na wale wa Moabi na Wafilisti walianza kupigana. Walipigana siku 3, wote wakauana, wote wakamalizana. Kazi ambayo Jehoshafati walikuwa nayo na wana wa Israeli ni kuenda kuokota vitu zao. Akakuta kuna dhahabu, akakuta kuna fedha, akakuta kuna ng'ombe, akakuta kuna vitu nyingi ambazo maadui wao waliacha. Ninataka nikuahidi siku ya leo, ukifuata amri za Mungu, ukifuata ahadi za Mungu, wao maadui wao waliopanga kuja kukuangamiza, waliopanga kuja kukumaliza, waliopanga kukuinukia, wote watapigana wao wenyewe kwa wenyewe, watapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Vitu zao zitafanyika zako. Utaenda tu kuokota, ukilete nyumbani. Utaenda kuokota mali zao, utaenda kuokota fedha zao, utaenda kuokota dhahabu zao, maana Mungu atakuwa amekupigania. Kitabu cha Exodus ama Kutoka kinasema the Lord will fight for you and you will have to be silent. God is asking you, wacha pelepele mingi, wacha kiherehere mingi. You need only to be silent because God is going to fight for you. Gaya lako irokirie, otumie kanwa gaka gaku, negukuruirira mbara ciaku ciothe. He's going to fight every battle for you. You only need to be silent. You only need to be silent, but following the principles and the ways. Just to finish, because I'm feeling like I want to finish, I want to tell you, for all those things to succeed, for all those promises to be fulfilled, hizo ahadi ambazo Mungu alizitoa ndizo ziweze kutimika. In the kingdom of heaven is run by the principles of the kingdom. I had a young brother here when he was teaching. He spoke about this, the promises. I had my teacher when she was teaching. She talked about the principles, and she talked about these principles in the kingdom of heaven. Let me tell you one thing. In the kingdom of punguza tuimba endelea lakini punguza sauti. In the kingdom of heaven, and that is where we go wrong. Let me tell you where we go wrong. In the kingdom of heaven, we have two things. We have the principles of the kingdom and the laws of the kingdom. Praise be the name of God. There are principles, and the principles, anybody can apply a principle. You don't need to be saved. Waganga, nani wangapi wameenda kwa waganga? Holy ones. Wangapi uliwadhi kwa muda moko? Holy ones. Holy ones. Ni wangapi wameenda kwa waganga? Wanaenda uliwadhi kwa muda moko? Nani tuko huko? Ni mimi peke yangu? Gai. Hata wewe hujaienda? Wewe umeienda? Wewe umeenda? Wewe hujai? Hakuna mtu mwingine, ni mimi peke yangu. Jebiose? Hujaienda? Haya, kadake wewe shaenda. Nimekupata partner mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa mganga, utapata mganga anatumia Biblia. Kwa yule mganga nilikuwa nimeenda kwake hapa Matua, anaitwa Kanini. Anatumianga Biblia. Anafunga Biblia hivi, anafungua. Mahali atafungua ile maneno atasoma kwa hiyo Biblia, itakuwa ni hiyo maneno imekupeleka huko. Hiyo ndio principles za kiufalme wa mbinguni. Mtu yoyote anaweza kuapply. Ndio unaona wale watu wa baa wanabarikiwa kuliko wewe. Kwa sababu watu wa baa wako na principles za mbinguni, na principles za mbinguni ni upendo. Ukiingia baa, wakati tulikuwa tunaenda kwa baa, wangapi wameenda kwa baa? Wangapi wamekunywa? Hii hapa tuko wengi. Hapa tuko wengi. Ukienda kwa baa, kukaa tu chini, wakikuona wanasemaga kalisha huyo mzee chini. Ukukalishwa chini, huyu jamaa anajua. Kukalishwa chini ni meza inatandazwa, inawekwa. Kama unakunywanga tasika zinakuja kama 3. Praise be the name of God. Unasikia kanyama kamewekwa.
kamewekwa, unaitwa, mnakula pamoja, wanapendana, wanapenda patiwa. Chafua meza kama tulivyo. Chafua meza. Hebu ambia Mkristo sasa achafue hapa. Atuchafue tu na kahawa. Mwambie tu. Mere tu. Waambie watu chafue na kahawa hapa kanisani hii leo. Ambia watu chafue na kahawa. Uone, utaona kila mtu na kabagi akitoka. Kahawa tu. Lakini huko kwa baa tunasemanga chafua meza. Unaona bili ya raundi moja ni shilingi 15,000. Bili tu ya raundi moja. Kwa sababu kuchafua sio uchagulie mtu pombe. Kama alikuwa nakunywa Jameson utanunua Jameson. Kama alikuwa nakunywa Hennessy utanunua Hennessy. Kwa sababu ni kuamua kuchafua. Na hiyo ni upendo. Huko kwa baa kuna upendo mkubwa sana. Huko nje kuna upendo. Huko nje kule tulikuwa kwa Mungiki, kulikuwa na upendo mkubwa. Tuliungana tukakaa kama kitu kimoja. Tulipigana, tuliingia, tulipoamua kuingia hapa Kamukunji police station kutoa watu wetu, tulienda na tukawatoa kwa sababu tulikuwa na upendo. Hebu mwambie Mkristo sasa kwa hii nyumba ati umefungiwa rent. Anaanza kusema unaona maroho maria. Naona leo shirika liko maidia ndira kwiraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na saa hiyo umeambia mtu Bwana Yesu asifiwe sana. We need to change and walk the principles of the kingdom. Because the principles of the kingdom is to remain righteous, walk righteous, live righteous, and in loving and caring. Warasta wametushinda. Huko mnawachukia. Kwa sababu ati Rastafari. Mnawachukia. And they sing, let's live together and feed. Mko wengi. Baba, si unajua hivyo? Emancipate yourself from mental slavery. None but who? You are here, Omera. How did you come? Can you come? Can you come here? Who gave you the permission to come here? Omera. Ya, kuja tu. Yawa. Yaani umekuwa mkubwa mpaka trouser imekuwa ndogo. Wow. Huyu ndiye alikuanga praise team leader wetu hapa. Akaona safari imekuwa ngumu. Sasa natuonianga kwa TV. Ana comment anasema yawa, mumeendelea. Omera. Iko wapi hii microphone? Wewe mami leta hii microphone. This is our praise team leader. We want to sing, we want to hear a song from you. Let's sing one reggae song. In the name of Jesus. Man, weka reggae. Weka reggae. Huyu alikuwa anaimba na kanda Mungu man. Yaani umepitia tu hapa. Ukupatana na watchman hapo nje. Amekukotea. Akajua mdozi ameingia. Wasalimia watu basi. Bwana sifiwe. Uliwacha tukiwa na microphone kama hiyo? Sikutoroka. Sijasema umetoroka, ni wewe unajisema. Na sikulemewa. Sijasema hivyo yote, ni wewe unajisema. Ni kazi tu ndio tulipata fulani. Lakini tuko pamoja, si ndio? No, walikuwa wameitwa na Trump wamfanyie campaign. Hakuwa anajua wanaenda kumwangusha. Endelea. Tuimbie song moja tu. Whatever you want to sing. Ni sawa. Endelea tu. Nisizame Yesu uniokoe. Tunajua si ndio? Simameni basi. Tunaenda kama haraka. Twende. Nisize Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe.
Unataka ingine gani? Weka namba 7. Unajua, sikiliza. Unajua wewe umetoka Gatundu. Huyu jamaa ametoka Uyugis. Na unajua Ujaluo ni gharama. Naomba Mungu abarikie. Simama tu hapa. Utuambie kama utarudi kwa Trump ama sasa umerudi sasa. Utarudi kwa Trump ama sasa umerudi? Utakuwa unakuja. Sasa praise team. Mutigakega tioyo. Msifukuze. Gaka ni gakwa. Huyu ndio tulianza naye huko. Huyu ndio alikuwa ni mtoto yangu. Bata mkipiga hao wengine, huyu msinipigie. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio alikuwa anatuma aende akomboe speaker. Ama sio sinwe? Hata hii kitu iko wapi? Iko pia mic kingine. Hiyo mashini nyingine. Ni hiyo. Ni hii nimeshika. Hii ndio ilikuwa yao. Ilikuwa yake wakiwa na yule mwingine wakatupatia na kaspika kamoja. Waliona tumehangaika sana. Hataja katupa. Tulikauda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugo please. Mukihora ari akimutikahore gaka. Todo guko ngakore na rogi ingi muno. Mwathani agocwo. Umesikia hiyo? Urudi nyumbani. Sasa na usiogope. Tumeambiwa aje hapa. Ulikutiria. Don't. Usiogope, ngangana na wao. Ngangana na wao. Kanisani ndio kumejaa wachawi. Wa maombi gine, maombi nimevuka. Mpaka naona mtu amejikojolea.
Ni pressure ya kufuga mtu maisha ya mtu. Semeni wachawi watoke. Wachawi watoke. Hebu onyesha hivi. Sema wachawi watoke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu kanyageni, twende. Shika mkono, shika mwenzako mkono. Shika. Haya, sema twende hatua moja. Wachawi waende. Waende. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Hapa tunataka Wakristo. We want faithful. Amen. Tunataka watu waliokoka. Yes. Tunataka watu wanamjua Mungu. Yes. Wacha nikwambie. Kanisani huyu aliletwa na stress zake. Si ulikuja kutafuta Mungu? Huyu ukimuuliza haka, unaona haka kadogo hivi? Kako na stress zake. Huyu mama ako na stress zake. Hii ni garage ya kuunda, ni panel beating watu wamekuja kufanywa. Hakuna angel hapa. Ati wewe sasa wewe ndio unaona ati Odhiapo, venye naonaka Odhiapo anakaa. Naona huyu Odhiapo mambo yake si mzuri. Unakaa unaona venye nakutaka, unaona Anita venye anakaa pale. Amekaa hivi. Niwe ule damu dhimira. Mundu ucio ndari na Ngai. Mundu ucio ndari na Ngai. Ni madari na Ngai. Tondu okete guturwo ekirwo Ngai. Okete guturwo ekirwo ki? Ngai. Au hajakosea? Hauna Mungu. Ndio kwa maana ulikuja kanisani. Yes. Utafuta nani? Mungu. Utafuta Mungu. Hallelujah. Amen. Pigia Yohana. Akata huko. Ati unamuona sasa. Naona leo. Hebu enda nunua kitege. Nunua kitege. Ufuge orogo rio maduri. Ukuje na ile kipochi ile mzuri. Wewe ni devil worshiper. Yora muona leo. Ona ayekera ale tuhubira ale hubagwo ni pastor ale hubira ale da kugoithia pastor. Yaani unaenda kujera. Tabotige muthe. Kae wao. Yaani aroka kugoithia. Nunamenya kuria akereire. Nigetha ngigakinya hau ri. Niki kero mungibundithia. Nie thiete njera maita pepita tu. Nejekete robbery. Ndambĩrĩirie na kahiũ. Pickpocket. Ndambĩrĩirie na gũcomora. Nĩ ciana golden finger. No ngũrute mbeca, rute noti ya 1,000 ndige 100 hau thĩinĩ ũguo. I got a golden finger. Do you understand me? Graduate ngianjia kũmeka ũkuja hapa. You will be an example. Na ukienda uende tu salama. Ngianjia kũmeka ata? Pole. Giuma hau graduate ngioya hunduki ngianjia kũmetia. Niho twacemanirie na mũthee ũrĩa gwĩtwo Ndirango. Ndirango tũiyaga nake ngari tũgakĩria tũgatwara Tanzania. Ndirango nĩ ũndũ wa wana wake rĩ, twaiya ngari handũ ha mĩkĩria mĩtwarire gwake mũciĩ, agĩũka akĩnyitwo. Aroho mĩaka mĩigana? 30 araumire last year. No anyita no Ndirango no ratura arafundithĩirio wĩra ũyũ njera. Amina. No ratura kĩndũ kĩrĩkũ? No kothi baba no kothi. Amen. Amen. Ndugacoke kũu ke tũthondeke ici. Amen. Waigua? Rĩu nĩkĩ kĩngĩ ũngĩnjĩra? Twĩhatwo na tũrĩa twakwa. Nĩtũrire. Nĩkĩ wĩna guoya mũthĩ ũguo? Kawĩhĩtie? Ũka. Karitu gaka nĩ gathaka, nĩ kega, nĩ kahoreri, kendete Jesu. Niĩ njokagĩria Ngai ngatho. Mwana ũyũ ahoyagĩra. Na nĩ aturagwo nĩ niĩ rĩmwe ona ngĩhĩtia. Oye, tũgaturagwo mũno. Tikwenda gwakwa. Kĩhaha kau kangĩ. Kuja. Kĩhaha kau kangĩ. Kuja. Acio ũngĩ mathire kũ? Ebu angalia tabia. Sasa hii ndio tabia yangu sasa. Hii ndio ilikuwa tabia nani? Yangu. Kimayuma gake. Mutuine. Umwana kioyo ri. Ta imagine aikara ogwa ethie ogwa ikarite ri. Gugucoka guthie atia.
Tarora gaka ukone. Tarora ile tu gaka kwagira. Gaka no ko gatari gatu gaka muito. Gaka ni kare gatu gaka muito. Na ingĩ nyingĩ. Tũrĩ ciana nyingĩ tũgũtarwo nĩ nyingĩ nĩ kenda mũihũru. Kenda kĩ? Kenda mũihũru. Rĩu ũcoke ũnjĩre atĩrĩ mũtumia nĩ aragũrire nguo nĩgetha atĩ nĩ arehumbĩra. Gerete kũ? Wewe tulikuwa tunaishi wapi? Mukuru. Tulikuwa tunauza nini? Chang'aa. Usiogope. Sisi tuliouza chang'aa, sisi ndio tuna drive magari. Sisi ndio tunakaa nyumba kubwa. Sisi ndio tunahubiri leo. Don't fear the process God has gone you through. Okay. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nimeokoka, napenda Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Dei karebe. Ewe nawe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Susan Jerry na nimeokoka. Leo utakeje atiri. We, mnafanya nini huko nje? Babi, kuja. Kuja. Asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Alvin Joroge na nimebarikiwa. Amen. Hallelujah. Sasa huyo ni Muamerika. Alizaliwa Amerika. Huyo alizaliwa Mukuru. Huyo alizaliwa Waithaka. Ni Waithaka kama ni Mukuru bado? Mudhama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wote hivyo naona tofauti hivyo ndivyo walikuja. Sasa wewe nikioroka kufundithia, nikioroka kujiguithia ati datigetie gweka. Nimefanya kila kitu. I just want to serve God. Amen. Wewe ukitaka kuvaa, enda unue mjoroko maduri, ungare vizuri. Nataka wamama wanang'ara. Nataka wamama, Mungu akikubariki, sitaki kuwekea standard ati mwehubage acha. Kama Mungu akikuwezesha, ununue rogo maduri. Ile kitu kinalala hivi. Ununue ile za kutembea hivi. As long as sio ile ya kufika huko. Ukanyage na ukikuja kanyaga ni kama dunia inapasuka. Kanyaga vizuri. I want to walk with beautiful women. I want to have a beautiful child. I want to walk with beautiful. Na wanaume mvae masuti. Na mvae makoti mashati kama hivi. Ama hii si mzuri? Smart. Ni mzuri? Kairetu, you are smart. Kuja. Oka. Amwira wereto ni uragoithia. Oka. Nione na Kevini. Oka. Hiyo shetani iko kwa hii kanisa. Itaenda. Yes. Oka. Kairetu katika dhaka. Tanyita. Kairetu akatotike torana ku farafara. No jonoke. Munakenda gekire makuo magena giko matarukangu nigetha gutuke ne kahonoku. Acheni nyinyi kurudisha walio shindwe. Va tembea kama mtoto. Sisi ni watoto wa mfalme. Na lazima tukae kama watoto wa nani? Wa mfalme. Sade noeroka. Nataka kuona maurio kwa matori. Yes. Mague my expensive. Ukijaliwa. Angalia kama mama kama huyu. Kabisa. One swagi yeo. Ako smart. Tara swagi yeo. Very smart. Hallelujah. Hey. Yes. Eterera ukigwa tiri. No na munyitire. No to ugete. Kanitha ne kagwa. Katika aku reke kagwe. Ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu. Hey. One just angalia. Smart woman. Yeah. Look at the woman. Angalia. Yes, hallelujah. Murenda dumia jongi guku. Dumia sirari zikenuka gathigi na sirari. Wotekete ni ahono, yote ni mahonokete. Acheni zenu. Acha hizo. Nani angetaka nimununulie olioroga moja? Niko hapa. Ukukuleta huko. Nimeongea Kiswahili. Kama huku sikia umepitwa. Nitanunulia yule.
Amen. Katikati ya wiki ukuje, nani anajua kupima? Kuna fundi hapa? Huyu. Upime ule mama katikati ya wiki. Yes. Ukuje chukua roho yako. Sunday utakuja upate kiti pale. Na watu wa kamera mnamzoom. Ndio museme mgeuze sahani hiyo ingine. Nataka mgeuze sahani zote mpaka ziishe. Tuichiri. Wanaovile. Amen. Mukure mutpikia twagima. It's true. Bikira kwa nita ugushoje mwa mogori. Wanosho dikwenda. Kwanza wewe. Dajiga. Ati ni uraroro. Ati alikuwa kalia vibaya. Ndio lipo. Dajiga. Ta imagine cheki hii kiti. Hii kesho itakaliwa na Harrison Nganga. Amen. Hii. Hallelujah. Amina. Thank you Jesus. Imetengenezwa na mwizi. Alikuwa anangojea mashini ikate yeye. Hii ni 500,000 shillings. Na yeye anajuko ikarejeje. Yeye kemo na mudhurira na kugiria kirimanga masagana. Akora kakari gake ugeterere rathire kwa devo. Nita. Alafu upoja kamoru. Kai ohoya kwanyu gotikandu arwo mundu kana. Tuce wanyu ndagakue. Kana ng'ombe yawe rware muri rona. Ani ng'ombe. We want people who are working. Amen. Umekuja hapa tukusaidie. Amina. You see, God said, I will help you. Amina. I'll do what? Help you. Did he say, I will start you? He said what? I will help you. So, atakukuta ukifanya akusaidie. Amen. Hata kuanzisha. Hello? Hello? Si ati anakuanzisha. I will help you. Kwa hivyo ni kusaidiwa utasaidiwa. Yes. Kukuwa kemurigo keu. Niko taidirio kemurigo keu. Si ati ni akurehere kemurigo kwere tu. Aza kutigo taidio. Aza I will help you. Yes. Hiyo mzigo mbebe ulikuwa umebeba umechoka atakuja. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kaide mwire. Mwenda kurathimwo mutige umbea. Tanzania tunaitanga umbea. Juu kona mihahe na mishene. Yes. Do what brought you here. If you came to worship God, worship him. Amen. Again, I don't want the idlers hapa. Sitaki idlers. Yes. Come ukuje uniambie una shida hii na hii sina pesa. Nitaongea na watu wawili marafiki wangu wawili watatu. Tukipata hiyo pesa tutakupatia. Kama iko na ikikosekana ukanyage kubwa kubwa uende tafute kazi kama watu wale wengine. Umeelewa? Haha neguhoere Ngai akurathime mirago yaku ihinguke. Yes. Ndikenaga ngiuka te ndirakuhoera umuthi nguhoere rucio nguhoere na kira turahoera no kiria na ari angi maroka haha ni ndirakiona andu ni magurite makari kana tiguo Nima. ndirago turagayanaga ki turagayanaga ki haha turagayanaga 50 turagayanaga tigiti muthi ndirago arathi kaunta-ini yake ya bengi akoria kairetu unioni nimefika au nene tuthuri turia twanyiri that is my happiness. Ati anaenda kwa account yake anapata kacheki, anaandikiwa kacheki na kabuni, anaenda kio ndikio gikeno giakwa tituikarage haha tung'ung'wa tunanagie mabathi ate turumane na tukundane wendani ukirite gutoka ndugwendani ucio ndikwenda guku turumane na tukundane. Amina. Kemboco yetu ikende ndikwenjuka. Aise uko mahali hapa na ungetaka kurudi kwa Mungu, ungetaka kurudi kwa Mungu, ungetaka kuregesha, upate uregesho, urudi kwenye promises za Mungu, just come forward. Njoo hapa. Najua kuna watu wengi wangetaka kurudi kwenye promises za Mungu. Just come here. Oh yes my brother. Oh man. Hey, yeah. Yes, wengine wakuje tu. I know they are coming.
I know they are coming. I know they are coming. You want to go back to the promises of God. Oh, hallelujah. 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 Put your hands together as they come. Najua ze wanakuja. Usibaki nyuma, ndo katikwa. Connect yourself. This is the moment. This is a moment. This is maandimo mahida. Hii ni wakati wa kuregeshwa, wa kushikanishwa na Mungu wako tena. Hallelujah. 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 Ai, goneta tarewe roka. Uko gaidia do. Uko gaidia do. Uko hota. Utana kinyani uko hota kumagaidia. Be strong and courage uka. Ukatuni uko lutapesha shetafuni. Bwana asifiwe. Nitako Fabian. Modede mugeni wanyu. Amen. Asha we mugeni wakwa. Hallelujah. Amen. Na twarikia tuthi one twarikia tuthi ha tukanyuga cai. Hallelujah. Hallelujah. Etako Fabian mudata akwa wa thiko nyingi muno. Ndio na kesho. Yes baba. Hallelujah. You want to come back to Jesus Christ or you want Jesus to come back to you? Which one do you want? To come back to Jesus Christ or Jesus to come to you? Yeah? You want to come back to Jesus. So Jesus had not run away from you. It is you who ran away from Jesus. Hallelujah. Lift up your hands. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Hey. Si Wakristo hawa waibaji. Si wangekuwa wanaiba. Wacha nikwambie, already now there is a lot of celebration in heaven. Did you know one thing? Did you know? Ngoja kidogo. Did you know one thing? Hawa warokore hawa waibaji hawa watu wanajua kuiba hawa. Did you know one thing? Hata ukaombea kiwete mwenye hana miguu mbili ime kule biguni hakuna celebration. Did you know that? Yes. Ama ulikuwa nafikiri unajua unanganganaga hapa maombi mingi ndio Mungu akujalia ati ukibaguza hivi kiwete kinanya. Acha nikwambie kile kinafurahishaga Mungu. Already saa hizi watu kule malaika wamesimama. Yes. Juu ya nani? This is the only thing that makes God happy. Amen. Returning a soul to God. Yes. Makes heaven to stand still. Yes. Celebration inaja. Kuria no kugaba kuraga babu. Hallelujah. Kuria runike mi. Ikekuire naliko ni munamenya ngemisho sirahuro ku moja gusihura. Naliko ni munamenya. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. 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 Ametenda mema, tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Kwa wokovu wake tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Ongeza sauti umwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Na mali hapa tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Ametubariki tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Inua mikono umwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Mwema tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Kwa uwezo wake tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante. Sema Bwana Yesu. Hallelujah. Tumwambie. Ndio sasa. Sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimetubu dhambi zangu. Unisamehe. Unifute kwenye kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Na kutambua kama Mungu wangu. Kutoka leo shetani sitakutumikia tena. Nimehama
Nimeama. Na virago zangu Na vinyago zangu. katika jina la Yesu Katika Kristo. jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zangu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Unibariki. Unibariki. Unifute kwenye kitabu cha mauti. Unifute katika kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Uniandike katika kitabu cha uzima. Nitakutumikia. Nitakutumikia. Shetani. Nimeachana na wewe. Sitakufuata. Sitakaa na wewe. Na sitafanya kazi zako tena. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yenu juu. Unaweza kuwa na kakitu kama kasigala, kapiriti, kamogoka. Nini iko hapa? Na bunduki. Lete tu. Kako tu kuna kanusu hivi. Ulikuwa umekapima. Kapienge. Ulikuwa umekapima, si ndio? Sindio? Kumbe. Inua mikono juu. Sema Baba, katika jina la Yesu Kristo nimekuja mbele zako, maana ni utukufu wako na baraka zako. Umetukutanisha katika nyumba hii kwa ajili ya ufalme wako. Hawa ni watoto wako wanaokupenda. Ninawalete mikononi mwako Jehova, maana ulisema mizigo yote tukailete kwako. Wewe ndio una uwezo, wewe ndio una mamlaka ya kuiondoa. Ninavunja laana zote, laana za kifamilia, laana za kitamaduni, laana zozote zile zimekuwa zikiwaandama. Mipango yoyote ya shetani juu yao na ibomoa. Nina cancel every communication ambayo imekuwa juu yao ya kishetani, maroho ya uzinzi, maroho ya wizi, maroho ya usherati, maroho ya kifo, zote ambazo zimekuwa zikiwaandama. Ninazicancel katika jina la Yesu Kristo. Ninawashikanisha katika ufalme wako. Ninaushikanisha katika ufalme wa mbinguni. Damu ya Yesu iwaingie ndani yao. Damu ya Yesu iwaongoze. Wasafishwe na watakazwe, wafanyike viumbe vipya katika jina la Yesu Kristo. Kutoka leo wafanyike wahubiri, wafanyike manabii, wafanyike wakubwa. Promises zako Mungu zipite juu yao, zitembee na wao, na mahali popote watakapoenda ujidhihirishe katika maisha yao. Uwashindanie na uwapiganie vita zote, maana umetuambia utatushindania. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Sema amina. Amen. Sasa unasikiaje? Naona kama unataka kusema kitu. Unakasoma? Hebu tuimbie katika wimbo. Emancipate yourself from mental slavery. Hallelujah. For how long shall they kill our prophets? And look, and they say it's part of the book we've got to fulfill. I was there, simesikia hata mimi nilikuwa nazichapanga. Sasa na jambo na sasa niambie, kwa nini ulitoboa masikio? Naona hii ya juu ilikatika. Hii ya chini ni ya nini? Ni uyoyo. Unaweza kubali kwa sababu umeokoka. Unaweza kubali kutoa. Unaweza tu kwa hiari yako. Kwa hiari tu. Glory be to God. Funika wasione. Kalete tu hapa. Najua kako na connection. Kaweke hapa, mimi najua kako na connection. Kaachilie, tunaona kama unafanya kana katalia kwa mkono. Kako na connection. Connection ni kubwa sana. Ninajua. Sasa unaweza kudenounce hiki kitu ukaseme kutoka leo. Ile kiapo. Sema kutoka leo. Sisemi inayo. Wewe fuata tu venye nasema kutoka leo. Any connection inayohusikana na haka kitu nimejitenganisha katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wewe nikio kitona egera. Ni nini uko nayo unaweza kutupatia? Uko umebeba? Aki. Ubebagi. Haleluya. Sasa nikuulize unakanga wapi? Kwa Ruben? Wapi? EF. Pande ile nyingine mapande nyingine. Mzee Ruben mzee ama mpya? Chapati road. Mimi nilikuwa na hapo mbele. Najua pale nilikuanga. Najua nyumba yangu penye iko.
Susi. Hapo pale nilikuwa tunaishi kulikuwa na panaitwa na aje siku hizi? Hapo kwa Anduta. Basi hapo ndio hata nyumba yangu inakuanga hapo. Sijaibomoa. Unaionanga? Unaijua? Wanasemanga hii nyumba ya nani? Sijaisikia. Hujaisikia lakini unaionanga. Wanasemanga hii najua ile mtu ya Waloinge. Hapo ndio nilianzia maisha. Unaona? Sasa hizi niko na nyumba kubwa ya mawe. Naendesha kagari. Unaona sasa tuko na kanisa. Na ile ni TV sasa wanakuona live. Dunia mzima unaonekana. Na hii ni mazao kutoka wapi? Mukuru. Hata wewe maisha yako itabadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu, unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya designer Nakuru. Designer? Ulikuwa na design nini? Naweza design nguo, naweza design kiatu. Kiatu kama hizi ukiniletea material naweza design, bora tu niko na kila material. Alafu huku nikakuja sasa huku nashughulika na mambo na huwa najenga nyumba ama tiles kuweka chini huwa naweza weka. Hebu nyamazia hapo. Na wewe? Nafanya hoki. Hoki? Yeah. Wewe ni hoka? Yeah. Unahokiaga wapi? Hapa town hapa. Hapa town? Yeah. Kajo. Yaani nasemaga, "Ijerere bao, bao. Twende babu." Ndio. Hata mimi nilikuwa nafanya hiyo. Nilikuwa nauza za watoto. Viatu za watoto. Nilikuwa nazunguka nachukua pale Koba na teremkia hiyo majeko hivyo. Mweki nazunguka hivyo mpaka Kayole. Nilikuwa nasema, "Mia mwana." Sasa wewe sema kupata job. Sema kupata job. Hallelujah. Sahi. Manager wako ni yule. Amina. Manager wako ni nani? Naona kale kama mtu mlikuwa mnaka huko Mukuru. Huyo. Hata cherehani iko hapo chini. Unajua kushona ile ya stima? Sasa ushone, tunashona hizi t-shirt. Unaona hii nguo? Simeshonewa hapa. Hii trouser inashonewa hapa. Zote made in Synagogue. Si Kenya. We make them in the synagogue. Unaona hii nguo? Hii ya huyu mama tumeshonea wapi? Can you design that? Hata ingine kali kuliko hiyo, si ndio? Hii kiti tumedesignia wapi? Hapa. So tuko na kampuni ya Fashion and Designs. Na tuko na kampuni ya kutengeneza viti. Huyu alituacha tukiosha huko. Umesikia? Sema job. Sema job. Kupata job. Hallelujah. Mpigieni makofi. Huyo ndio Yesu. Sasa wewe kuja kesho. Kuja kesho hapa, hata wewe kuja. Hii kazi ya hoka hii. Hapana. Twarega. Amen. Ashane twarega. Amen. Ukakari usine ngakurira gashati kamwenda kamuvuto. Jesus. Manyita. Ukaraga ye mundu smart niko. Ukuria thina twe muoyo. Ndekerire nguo teno. Ndekerire nguo daruku. Na ngikira dawa ya daruku. No Ngai ni andeithirie. Amen. Muthe ni twarithagia gakari. Amen. Manyita. Ngai nake no iguguteithia. Na ukuja kesho. Nani atakuwa hapa kesho? Utakuwa? Ni wewe ama ni wewe? Ni wewe? Ni Tuesday. Wewe utakuwa hapa kesho. Basi kesho watakuja. Watakupatia pesa. Hii msifanye harambee. Isianze kusikia tena mmeanza kuitishana pesa huko. Hii msifanye harambee. Wewe waangalie hivi. Odi haki ndio mashagolia tumevuto tutatu. Tushati twega. Amen. Nalita. Amen. Si ndio? Avae vizuri. Nikikuja by the time nifike nikute wanaume clean, smart. Amen. Alafu tuingie huko chini kwa workshop, sharahani ziko, maanze kazi. Amen. Unasikia? Asante sana. Ati anataka kuaroga kiasi. Hebu turoge.
wasanii. Kwa majina najitoa Shan Boy Bujuras. Eti maisha nimehangaika nikitafuta fedha, nina huko barabarani nikihangaika sana. Haya, twende kazi. Mungu nivurute, Yesu nivurute, Yesu nivurute, ili nikutumikie milele. Yesu nivurute, Mungu nivurute, Yesu nivurute, ili nikutumikie milele, 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 milele daima. Milele, 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 tena daima. Uju rasmi na feel niko huru kwa aliye nikufia msalabani, dhambi zangu kazibeba, nimeoshwa mimi, nimekombolewa, sihitaji kusifiwa, kuna yule na msifu, kwa shangwe na deremo kusifu anaponya, viwete watembea, vipofu wanaona, visiwi wasikii, kwa jina lake Yesu nafanya usherati, unanuka dhambi, kuenda kwa waganga, unanuka dhambi we, 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 milele, 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 milele. Nikitembea barabarani ninapata viwete wameketi wakikuomba fedha, unawanyima keti eti unataka ukanunulie mwenzako nguo. Mbona hivyo wenzangu, mnatutesa kiroho? Milele, 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 milele. Okay, Shan Boy Bujuras. Shan Boy na Bujuras. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Brasserie. Wadate. Tumalizie kazi hapa makando. Sawa. Hallelujah. Amen. Msichana, how are you now? How are you feeling now? You okay? Kazi imeamuka sasa. Are you okay? Thank you. Thank you. Leta hapo katoto kamepona already. Mami. Githuri getigire? Katoto kakwaje? Yes. Ni problem ni nini? Grode? Umeona daktari? Yeah. Wacha tukaombee, kaona daktari vizuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo naachilia uponyaji juu ya mtoto huyu. Atakapokutana na daktari, usipatikane na complication yoyote ama jambo lolote litakalomzuia katika maisha yake. Na kwamba Baba ukaweza atakapofika mbele ya daktari, wapiga picha watakaopiga, waone utofauti mkubwa, waone change ambao utakuwa umetenda katika maisha ya mtoto huyu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Daktari, kuna ripoti atakupatia unilete. Asante sana. Kaigasi? Sasa nini tena wewe? Anamngoja. Haya. Shikeni sadaka zenu, mulete hapa mbele kwenye madhabahu. Kama unahitaji bahasha ziko. Baba naomba kubarikiwa na wewe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki.
Bwana waliokutolea, na uweze kuwabariki kwa matoleo yao, na hata wale ambao hawajatoa siku ya leo uweze kuwabariki ili wakutolea kwa siku zingine zijazo. Na hata tunapomalizia naweza kuombea chai uweze kuibariki tunavyoenda kuikunywa, iweze kutusaidia kinguvu. Hallelujah. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Mimi nilicheza waliponiambia twende nyumbani kwa Yawe. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Nilifurahi waliposema Martha twende nyumbani kwa baba. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Mimi nilicheza waliposema karibu kwa baba utapona wewe.
nikasema ni wapi nilichelewa, maana nilikokuwa niliteseka. Nilipoambiwa huku nitapona, nikashangaa, nikasema huku ni wapi? Nilifurahi maana nilitangaziwa ushindi. Nilifurahi maana niliambiwa nitashinda. Nilipoingia nikaona kweli nimepona. Nikafurahi kama nilivyoambiwa. Nikatulia kama nilivyoelezwa. Nilifurahi sana. Nilifurahi mwenzenu nilivyoambiwa twende kwa Baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nilipoambiwa kule nitafarijiwa mimi. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Yesu wangu. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Niliambiwa kwa Yesu kuna vyote, jamani mimi yo. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nilishangilia waliposema twende nyumbani kwa Baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Natamani uelewe, sijui nikuelezeje vipi ujue. Nilipoingia kwa Baba nikaona nimebadilika kila kitu. Nikaona nimekuwa wa tofauti. Nikawauliza walionipeleka kwa Baba, waliosema twende twende Martha utapona. Nikasema niambieni wenzenu, kwa nini nimebadilika kiasi hiki? Kwa nini magonjwa yangu yametoweka? Kwa nini maumivu yamekwenda mbali? Walinijibu wakasema Martha, yupo Mungu. Walinijibu wakaniambia yupo Mungu. Ni kwa sababu alibeba msalabani. Ni kwa sababu ametangaza kupona kwetu wote. Ni kwa sababu alisema yote yamekwisha. Nikafurahi, kumbe alimaliza Bwana. Nikafurahi, kumbe alimaliza yote. Nilifurahia waliponiambia nilifurahia nyumbani kwa Baba. Nilipona jamani, nilipoambiwa tu twende. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nilifurahia
walikusema, walikucheka, lakini kesho mambo yatakuwa shwari, mambo yatakuwa shwari na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Wale 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 watu ulikula nao, ulicheka nao, hata kutembea ulienda nao, ulikula nao, ulicheka nao, hata kutembea ulienda nao, unaonana nao, wako wapi? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukiwa down. Panguza machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa vyema na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Shambani yako wanakupeleka kotini, ufanye nini? Gari umenunua, sura mbaya wakapita nayo, wakutakia nini? Hata uko kazini, moto umewaka, wanataka nini? Ulidhani umepata lazizi, kumbe ilikuwa kumi, akutesea nini? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, wako wapi? Walikuacha ukilia, hao walikuacha ukiwa down. Panguza machozi usilie, safari bado, kilio kinaweza kuwa usiku, furaha inakuja asubuhi, wewe utacheka tena. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Sauti ya mafuta toka, yes. Synagogue Interiors. Experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds.
We are based at the City Stadium, roundabout, Mang Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011 23 20 610, or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.